wewe, watosha wewe, watosha. Uinuliwe, 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 Father, we thank you, Jesus. Nichukulie hii simu tafadhali. Thank you, Jesus. Hii simu ya Julius. Hii simu iko kwa keyboard. Iweke huko. Tuombe. Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, tunanyenyekea mbele zako na mbele ya kiti chako cha enzi. Tunasema wewe ni mwema na hakuna Mungu kama wewe. Unastahili sifa za mioyo yetu jioni ya siku ya leo. Wewe ni mwema. Tumeona ukuu wako mfalme, tumeona nguvu zako na uweza wako mfalme. Asante ni kwa sababu umetembea nasi, umetulinda Bwana, umetuhifadhi. Jioni ya siku ya leo tunakiri wema wako, hakuna Mungu kama wewe. Asante Bwana ni kwa sababu umetupa nafasi ya kuingia kwenye nyumba hii, na ili Bwana tuweze kutafuta uso wako. Asante ni kwa sababu umetuwezesha. Jehova ni asante ni kwa sababu ni wengi wangelitamani kufika mahali hapa mfalme, ama wapate mahali pa kuabudu na hawajaenda. Lakini sasa sisi Bwana tumekupendeza tukaingia kwenye madhabahu yako, na ili tuweze kukuinulia mioyo yetu juu, na ili Bwana tuweze kukutolea ibada ambayo Bwana tunajua itakamilika na itakubalika mbele zako usiku wa leo kwa utukufu wa jina lako. Ni asante Bwana ni kwa sababu ya kila mmoja wetu. Wale Bwana hawajafika na wale wamefika, wote Bwana tuwajikabidhi mikononi mwako, tukiomba msamaha wa dhambi Bwana, sababu tunajua kwamba tumekutenda dhambi. Emmanuel, wewe upelelezaye moyo wa mwanadamu na mawazo ya mwanadamu, peleleza mioyo yetu mfalme wa ajabu, peleleza mawazo yetu, na ili tukaweze kutakazika mbele zako jioni ya siku ya leo kwa nguvu za damu ya Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu mfalme, mkono wako ulio na nguvu na uwezo uko juu ya kila mmoja wetu, na kwa hakika Bwana utakubali dhabihu ambayo kila mmoja wetu atakutolea usiku wa leo. Tunajua kwamba sio siku ya kawaida Bwana, bali ni siku ambayo umeitenga Emmanuel, ni kwa sababu kuna lengo na kusudi ya kila mmoja wetu. Jina lako Bwana litukuzwe, jina lako liinuliwe. Ni asante Bwana wa mabwana, tunapoanza mkesha wetu wa siku ya leo, jambo lolote lile tutakapolifanya kwenye madhabahu haya tulikabidhi mikononi mwako. Wacha tukalifanye kadri ya mapenzi yako na kwa utukufu wa jina lako Yesu. Ni asante Bwana wa mabwana, ni kwa sababu umetupa nguvu na mamlaka ya kunyamazisha maroho yote mfalme, yale yanaweza jinua kwenye mkesha kama wa siku ya leo. Jehova, tunayanyamazisha kwa jina na damu ya Yesu Kristo. Tunatangaza ukuu wako, tunatangaza ukuu wako Yesu, tunatangaza ushindi wako, tunatangaza mfalme wa ajabu ya kwamba wewe ni mwema na utazidi kuwa pamoja na sisi. Hata za mioyo yetu utakutana nazo usiku wa leo. Jehova ni asante ni kwa sababu wewe uko upande wetu. Tumekuona Bwana ukitenda makuu kupitia haya madhabahu mfalme. Hata usiku wa leo wale wote watakaoingia kwenye madhabahu haya mfalme kama wamefungwa, tunajua ya kwamba umefungua wengi na utazidi kuwafungua, utawakomboa na utawaokoa, ndi kwa sababu wewe ni Mungu. Tunakushika Roho Mtakatifu wa Mungu geni usiku wa leo, kwa sababu tunakuhitaji, tunahitaji uwepo wako. Hatuwezi bila wewe, hatuwezi bila nguvu zako Roho Mtakatifu wa Mungu. Malaika wa kuabudu, malaika wa sifa, malaika wa maombi, tunawakaribisha kwenye mkesha wa siku ya leo, ni kwa sababu bila nyinyi hatuwezi. Jehova ni asante ni kwa sababu wewe ni Mungu.
tunainukia kila ufalme, kila ngome ambazo zinajiinua wakati watu wamekusanyika na ili Bwana watafute uso wako. Jehova, tunazitangazia usiku wa leo kwamba hazina nguvu, hazina mamlaka juu ya ibada ya siku ya leo katika jina na damu ya Yesu Kristo. Tunanena damu yako Yesu Kristo inayoweza mambo yote, ikatusaidia, ikatuwezeshe kwa kila jambo na kwa kila hali, ni kwa sababu wewe ni mwema. Ni asante Yesu. Tuachiachilia mikononi mwako tukiomba kuongozwa na wewe, kutanguliwa na wewe kwa kila jambo na kwa kila hali, kwa utukufu wa jina lako. Waibaji wote ni mikononi mwako, wachungaji wote ni mikononi mwako Jehova, hata wale wanatoa ushuhuda kwenye haya madhabahu ni mikononi mwako. Ni kwa sababu umewatenda mema, umewatendea. Pokea sifa ni kwa sababu ya kila mmoja Jehova. Tunajua kwamba kuna mambo mingi tumekuaminia usiku wa leo. Kubali Bwana kukutana na haja za mioyo yetu. Wewe ni Mungu unayesikia maombi na unajibu, uonaye kwa siri na unajibu kwa wazi. Kubali kutujibu usiku wa leo, ni kwa sababu wewe ni mwema. Tunapokutolea ibada ya maabudu Jehova, tunaomba uwepo wako ukaenende pamoja na sisi. Uwepo wako ukawe katikati yetu. Uwepo wako Bwana ukawe ndani yetu, na ili tuweze kukuabudu kwa roho na kweli. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Tunaposema ni asante kwako Bwana. Pokea sifa na utukufu, ni kwa sababu unastahili. Hakuna Mungu kama wewe. Katikati ya miungu Bwana umeinuliwa, katikati ya miungu Bwana umetukuka. Hakuna Mungu kama wewe. Tunatangaza ukuu wako, tunatangaza nguvu zako, tunatangaza Mfalme wa ajabu uweza wako. Ni kwa sababu wewe ni Mungu pamoja nasi. Usikubali Bwana kutuacha. Jambo moja tunaloomba usiku wa leo ni kwamba utusaidie kuvua mapambo yote yale Bwana inaweza tufanya tushindwe na kusimama mbele zako. Chochote kile Bwana kinaweza zuia Jehova ile dhabihu tutakayotoa usiku wa leo sikubalike na wewe. Kubali Bwana kukiondoa kwa jina na damu ya Yesu Kristo. Ni asante ni kwa sababu wewe ni mwema. Pokea sifa Yesu. Unastahili kuabudiwa Bwana. Unastahili kutukuzwa Yesu wetu. Jehova, unatafuta yule mtu atakaye kuabudu kwa roho na kweli. Na sisi Bwana umetupa nafasi na ili tukasimame kwenye pengo tukakuabudu kwa roho na kweli. Tusaidie na ukatujaze na nguvu mpya. Jehova, ukatujaze na Roho wako Mtakatifu. Tusimamapo mbele zako tusionekane bali wewe uonekane. Tunaomba Bwana sisi tukapungue bali wewe ukaongezeke ndani yetu, kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo. Ni asante. Pokea sifa, wewe ni mwema. Hallelujah. Thank you Jesus. Asante Yesu. Asante Bwana. Asante Yesu. 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 Wewe yu mwema, 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 yu mwema, wewe yu mwema, wewe yu mwema, wewe yu mwema. Unastahili, unastahili, unastahili,
unastahili, Nishike mkono Bwana, nishike mkono, 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 tembea nami Bwana, tembea nami, 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 uniongoze Bwana, uniongoze, uniongoze Bwana, uniongoze, uniongoze Bwana, uniongoze Bwana, uniongoze, nitangulie Bwana, nitangulie Bwana, nitangulie Bwana, nitangulie, wewe waweza Bwana, wewe waweza, 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 wewe watosha Bwana, wewe watosha, 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 wewe watosha.
watosha Bwana, wewe watosha. Haleluya. Kila mtu anende mbele ya Mwenyezi Mungu, anene na Mungu. Wewe tu watosha. Nena na Mungu, nena na Mungu. Wewe tu unaweza mfalme. Wewe tu Bwana. Unaweza Bwana. Baba tunatosha katika maisha ya mfalme. Wewe tu watosha Bwana. Wewe watosha. Unastahili Bwana. Thank you for the Lord. Shuka tumanakato Bwana. Father, we thank you, King of glory. We love you, King of glory. Take the preeminence, Lord, in all our precious family, Lord. Waweza Bwana, wewe waweza. Kwa hakika Bwana unaweza, unaweza. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Unastahili sifa, heshima na mamlaka ni yako Yesu wetu. Jioni ya siku ya leo Mfalme, tumesongea miguuni pako tukisema kwa hakika wewe unaweza. Hakuna Mungu mwingine wa kufananishwa na wewe. Katikati ya miungu Bwana umeinuliwa, katikati ya miungu Bwana umetukuka. Niposa tunakiri ya kwamba jioni ya siku ya leo wewe unaweza, wewe unatosha, wewe unaweza. Katikati ya miungu Bwana umeinuliwa. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Tunajivunia kuitanishwa na ufalme wako usiku wa leo. Tunajivunia kuitwa wana, nasi tunakuita Baba. Wewe ni mwema. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, pokea sifa. Wewe ni mwema. Haleluya. Unastahili Bwana. Oh, haleluya. Mwambie Mungu anaweza, anaweza, anaweza Yesu. Hakuna Mungu kama wewe. Unaweza, unaweza Yesu. Haleluya. Twakuinulia mioyo yetu juu Bwana, tukisema unaweza, unaweza Yesu, unaweza, unaweza. Umetutenda mema, wewe ni mwema. Unaweza Yesu. Thank you for the Lord. Hallelujah. Thank you for glory. Oh, hallelujah. Unaweza Yesu. Unaweza Bwana. Kesha Mungu tunaweza. Hallelujah. Unaweza Yesu. Nani kama wewe? Kwa hakika hakuna Mungu kama wewe. Wakulinganishwa na wewe hakuna, wakutoshanishwa na wewe hakuna. Ndiposa Bwana tunasema wewe ni mwema. Nani kama wewe? Kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Nakupenda. Nani kama wewe? Nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Nakupenda. Ni nani? Nani kama wewe? Kama wewe. Nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe? Nakupenda. Ni nani? Nani kama wewe?
kama wewe? Na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe? Nakupenda, oh ni nani kama wewe? Na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe? Nakupenda, oh ni nani kama wewe? Na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe? Siku ya leo, nani kama wewe? Na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe? nakupenda, Imani nani kama wewe? Na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe? Nakupenda, oh ni nani kama wewe? Na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe? Nakupenda, imani nani kama wewe? Na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe? nakupenda, Nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Oh, nani kama wewe Bwana? hakuna, Mwingine kama wewe Bwana. Mfariji kama wewe Bwana. Hakuna mwingine, hakuna kama wewe. Oh, kutegemea kama wewe Bwana. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Wa kutegemea ni wewe. Oh, msaada wangu ni wewe Yesu. Hakuna Mungu kama wewe. Bwana, hakuna pote, Hallelujah. hakuna, Kama wewe Bwana, tunakiri usiku wa leo kwamba hakuna Mungu kama wewe. hakuna pote, Wewe ndiwe ngome, wewe ndiwe kimbilio, wewe ndiwe tegemeo Bwana, wewe ndiwe mlinzi wetu, wewe ndiye mchungaji mwema. Pokea sifa ni kwa sababu wewe ni mwema. Tunalihimidi jina lako, tunalitukuza jina lako, ni kwa sababu wewe ni Mungu unayefanya mambo ambayo mwanadamu hawezi akayafanya. Unastahili sifa, unastahili Yesu. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Bwana. Hallelujah. Hallelujah Yesu. Hakuna Mungu kama wewe. hakuna pote, Hallelujah. hakuna pote, Hallelujah. hakuna. Wewe ni Mungu. Thank you, Tunakiri wema wako Bwana usiku wa leo. Fadhili zako Bwana ni za We milele. thank you, Jesus. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Asante Bwana, ni kwa sababu ya yale mambo umekusudia kutenda usiku wa leo. Asante ni kwa sababu ya wale Bwana umekusudia kufungua usiku wa leo. Asante ni kwa sababu ya wale umekusudia kufungua na kukomboa usiku wa leo. Asante ni kwa sababu ya wale Bwana umekusudia kuokoa usiku wa leo. Nani kama wewe? Tunatangaza nguvu za damu yako Yesu
Tunatangaza nguvu za damu ya Yesu. Pokea sifa Yesu, wewe ni mwema. Hakuna Mungu kama wewe. Unastahili Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Wewe ni mwema Bwana. Hallelujah. Peleleza mioyo yetu Bwana, peleleza mawazo yetu Emmanuel, na utoe chochote kile ambacho hakikupendezi. Kama kuna kitu ambacho kinaweza zuia Bwana, usinene nasi usiku wa leo. Tunaomba mfalme wa ajabu kakiondoe ndani yetu. Tunatamani kufanana na wewe, tunatamani kushiriki na Roho wako Mtakatifu usiku wa leo. Ni kwa sababu Bwana ni wewe peke yako tunategemea. Tumekufanya ngome, tumekufanya kimbilio na msaada. Wewe ni mwema. Asante Bwana, asante Yesu, asante. Biblia inasema tukutafute madamu unapatikana, na ndipo Bwana tumeingia kwenye madhabahu yako usiku wa leo, na ili tuweze kutafuta uso wako Emmanuel. Tunajua ya kwamba hakika utapatikana usiku wa leo. Yehova, utapatikana usiku wa leo. Maisha yetu Bwana hayatabaki kuwa vile tena, huduma zetu hazitabaki kuwa vile tena. Ni kwa sababu popote ulienda Bwana ulitenda mema, na ni kwa sababu Bwana utatutembelea na umetutembelea usiku wa leo. Kubali Bwana kututenda mema, kubali kututenda mema, ni kwa sababu wewe ni mwema. Asante Bwana, ni kwa sababu ya nguvu zako. Dhihirisha nguvu zako na uweza wako kwa madhabahu haya usiku wa leo. Tumekuja mbele zako ni kwa sababu Bwana tunakutamani. Mioyo yetu Bwana inakutamani usiku wa leo. Mioyo yetu inakuonea kiu, mfalme wa ajabu. Jinsi mlinzi angojavyo asubuhi, hivyo ndivyo mioyo yetu inakungoja. Asante Bwana, ni kwa sababu wewe ni mwingi wa rehema. Wewe ni mwingi wa rehema na neema. Fadhili zako ni za milele Mungu wetu. Wakati wa zamani Bwana ulitenda mambo makuu. Hata leo Bwana tunajua kwamba nguvu zako hazijapunguka kamwe. Bado Bwana unazidi kutenda. Pokea sifa, ni kwa sababu wewe ni mwema. Roho Mtakatifu wa Mungu siwe na kipimo katikati yetu. Roho Mtakatifu wa Mungu usiondoke katikati yetu. Ni kwa sababu tunakuhitaji. Zaidi ya yote tunakuhitaji kuliko jana. Lord, I need you. Lord, I need you. Every hour I need you, Lord. Kuna Mungu kama wewe. Asante Yesu. Pokea sifa, wewe ni Mungu. Asante Yesu. Mwaminifu tu ni Bwana. Hakuna Mungu kama wewe. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi akayafanya. Tunakuaminia usiku wa leo ni kwa sababu wewe ni Mungu. Asante Yesu. Asante Bwana. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu. Haufananishwi. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi
haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi, haufananishwi Bwana. Mwambie Mungu kweli hawezi fananishwa. Hakuna kitu ambacho tunaweza fananisha huyo Mungu nacho. Hawezi toshanishwa, hawezi linganishwa. Ni kwa sababu wewe ni Mungu, wewe si kama mwanadamu. Pokea sifa ni kwa sababu ya yale mambo umekusudia kutenda Bwana. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Umetosha maisha yetu usiku wa leo Bwana. Pokea sifa. Hallelujah, unatosha Bwana. Yoto iganete Yesu, yoto iganete Mwanda maki, yoto iganete Yesu, otuko mbode Yesu, yoto iganete gaye. Hallelujah, pokea sifa Bwana. Asante Yesu. Oh, Mungu wangu umenitosha. Mungu wangu umenitosha. Mungu wangu umenitosha. Mungu wangu umenitosha. Ambia Mungu Mungu wangu, Mungu wangu umenitosha. Mungu wangu umenitosha. Mungu wangu umenitosha. Mungu wangu umenitosha. Mwambie tena Mungu wangu, Mungu wangu umenitosha. Mungu wangu umenitosha. Mungu wangu umenitosha. Mungu wangu umenitosha. Oh Mungu wangu, Mungu wangu umenitosha. Mungu wangu umenitosha.
Mungu wangu umenitosha, Mungu wangu umenitosha. Oh, hali iwe ngumu, Mungu umenitosha. Uzumi ukisolota, Bwana umenitosha. Mungu wangu umenitosha, Mungu wangu umenitosha, Mungu wangu, Mungu wangu umenitosha, Mungu wangu umenitosha, Mungu wangu umenitosha, Mungu wangu umenitosha. Tunapoenda mbele zako Bwana kusikia neno lako, tunaomba tu ukatutoshe. Tosha maisha yetu, tosha mioyo yetu, tosha mili yetu. Ni kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu. Asante Bwana, ni kwa sababu ya neno lako linapotujia mfalme, ni kwa sababu ni wewe umeliandaa. Tukabidhi mnenaji wa neno mikononi mwako, anaponena neno lako ukamtumie mfalme, ukamjaze na ufunuo mfalme. Ni kwa sababu wewe ni mwema, nayo mioyo yetu tuaiandaa, tuikabidhi mikononi mwako. Wacha Bwana isikawe ngumu kwa neno lako, bali tukasikie na tukatende sawa sawa na neno lako. Ni kwa sababu wewe ni mfalme. Asante ni kwa sababu umetupa neno la wakati huu. Ni kwa sababu wewe ni Mungu. Utakapotukanya kupitia neno lako, tusaidie mfalme kutii. Utakapo mfalme wa ajabu tubariki kupitia neno lako. Jehova, tumepokea zile baraka kwa utukufu wa jina lako. Ni asante Bwana wa mabwana, kwa utukufu wa jina lako tumeomba na kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Mungu wetu ni mwema na kila wakati Mungu ni mwema. Naomba wenye wako nyuma wakubali kuja hapa mbele, na naomba Hawkins unichukulie Prince umweke hapo. Pastor Prince umchukue umweke tu hapo, na Bwana atakubariki. Tusonge mbele tafadhali, na ili tuweze kujiandaa kusikia la Bwana. Asante kwa Mungu sababu najua kwamba ametuandalia chakula kizuri kitamu, na kwa hakika tutaweza kuumega mkate wa Kristo kama vile ameuandaa. Ningali bado unagojea Veronica, Bwana kubariki kwa kutii. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Leo watu wamechelewa kuja Kesha, but I think ni venye kuna mahali kumenyesha kabisa kabisa kabisa. Mimi nimenyeshewa all sops nikatii, lakini Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu. Vile tu tumesimama, naomba nikamkaribishe mtumishi wa Mungu Pastor Jane kutoka Thika, na ili aweze kutupa neno la Bwana. Mchungaji Jane, tumpigie makofi mpaka afike mahali hapa atupe neno la Bwana. Karibu mchungaji, karibu mchungaji, karibu Kama wewe unataka siku moja kupigiwa makofi, piga makofi mazuri. Karibu mchungaji.
Na Bwana akubariki, akupe neema na akupe kibali unaponena neno la Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hallelujah, ewe ni Mungu. Amen. Hallelujah, oh, wewe ni Mungu. Amen. Hallelujah, ewe ni Mungu. Amen. Oh, wewe ni Baba wetu, wewe ni mfalme mkuu, wewe ni nguvu zetu, wewe ndiye msaada wetu. Jehova, nimkimbilie nani ila tuwe Bwana wa neema? Tumtukuze nani Baba ila tuwe Bwana majeshi? Ukainuliwe Yesu, ukatukuzwe Baba, ukaheshimike Baba, ukaabudiwe milele daima, kwa sababu ni Mungu. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Twakupa sifa, twasema wewe ni Mungu. Wewe ndiye mfalme mkuu, ututendaye mambo ya ajabu. Mfalme ni wewe, Bwana wa neema na rehema. Hatuna mwingine ila tuwe Bwana majeshi. Tukukainuka Bwana wa rehema. Bariki mioyo yetu mfalme mkuu, tunapo Bwana kusikia kutoka kwako Mungu. Tuomba neema na kibali chako maefara, katika jina la Yesu Kristo. Asante maana unaenda kufungua masikio yetu Bwana, tukasikia mausia yako mfalme mkuu, katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe Bwana, utukuzwe, ni kwa sababu ni mwema. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tuomba. Haya, piga makofi mazuri unaposhika kiketi chako. Shika kiketi chako vizuri ukapate kutulia, na Bwana wabariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana atukuzwe. Haleluya.
Na furaha ya ajabu ni kwa sababu ya kufika mahara hapa. Ninao nguvu za kipekee ni kwa sababu Mungu amekuwa mwaminifu. Haleluya. Namtukuza Mungu ni kwa sababu ya umbali amenitoa na mahali amenifikisha. Nafurahia neema yake ni kwa sababu neema yake ni ya ajabu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Hivyo naendelea na kumtukuza. Hakujalishi ni mangapi nakutana nayo njiani. Hakujalishi ni mangapi ambapo shetani amepanga. Hakujalishi ni mangapi ambapo marafiki wamepanga. Lakini nimekusudia kutenda mema ndiposa nikapate kumfurahisha Mungu wangu. Ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya. Pokeeni salamu za watu wa Thika. Ameniambia nifika hapa mahali hapa nikapate kuwasalimia. Pokeeni salamu hizo na Mungu awabariki. Haleluya. Siku ya leo ni usiku wa ajabu. Ni kwa sababu tumekubali kuwa na kiketi pamoja na Mungu wetu akapate kutuongelesha mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako wewe ni mtu wa maana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wengine wameshika kibranketi vizuri, wakati wengine wamejiandaa vizuri ndiposa wakapate kushika ile kigodoro vizuri, na wewe ukaamua kujikakamua kabisa kulala kama umeketi, kulala pamoja na viatu. Haleluya. Ni jambo ambalo haieleweki na dunia, lakini kwake Mungu ni jambo la busara. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtu wa maana sana kwake Mungu. Haleluya. Mungu ni mwema ni kwa sababu amelinda moyo wangu. Nami nasikia kumtukuza ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Tumechelewa kiasi jiani tukija, lakini Mungu ni mwema ni kwa sababu amefanya tufike. Mungu ni mwema. Haleluya. Bwana wabariki sana. Siku ya leo ni siku ya ajabu. Ambao tunaenda kuona mambo mawili matatu ambao Mungu ametuandalia siku ya leo. Haleluya. Tunataka kuona jinsi vile tulivyo. Haleluya. Jinsi vile tunavyokaa na wenzetu na huko nje. Wenye wanatupangianga mambo mabaya, wenye wanatuazianga mambo mabaya, wenye hawaonagi sisi kama ni kitu, wenye wanaonanga sisi kama ni kitu bure, hata hatujui vile tunavyofanya. Haleluya. Sikumbuka kwamba watu wanakuona huko nje, wakisikia ya kwamba umeshika Biblia na ni usiku, wanaona haya na kweli huu ni mjinga wake wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaishi na watu ambao hawajuangi ni nini tunafanya. Tunaishi na watu ambao mambo yetu hayaeleweki na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na hao ndio watu ambao Mungu anataka tukae na wao, tuwahubirie ndiposa akapate kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu tukapate kuingia katika kitabu ya Samueli wa pili. 2 Samuel chapter number 16. Hallelujah. Nataka tukapate kuona maroho ambayo yanainukanga saa zile sisi tumeamua kumtumikia Mungu. Ndio, kumtumikia Mungu. Lakini roho ingine inainuka kukuinukia, kukudhihaki, kukutekelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo roho inainuka, inakuletea kikwazo, unasikia hai ni kama umesukumwa ubali. Lakini siku ya leo tunataka tuone hii roho tutakaa nayo namna gani, tutaipinga namna gani, ndiposa tukapate kufanya mambo ambayo yatampendeza na kumfurahia Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukapate kuona juu ya mtumishi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Shimei. Haleluya. 16 verse 5 to 13. 2 Samuel 16. Now, when King David came to Behulim, there was a man from the family of the house of Saul, whose name was Shimei, the son of Gela. Coming from there, he came out cursing continuously as he came. And he threw stones at David and at all the servants of King David. And all the people
and all the mighty men were on his right hand and on his left. Also, Shimei said, thus when he cast, come out, you blood-thirsty man, you log. The Lord has brought upon you all the blood of the house of Saul, in whose place you have reigned. And the Lord has delivered the kingdom into the hand of Absalom, your son. So, now you are caught in your own evil, because you are a bloodthirsty man. Then Abishai, the son of Zeru, said to the king, why should this dead dog curse my lord the king? Please let me go over and take off his head. And the king said, what have I to do with you, you sons of Zerah? So let him curse, because the Lord has said to him, curse David. Who then shall say, why have you done so? And David said to Abishai and all his servants, see how my son, who came from my own body, seeks my life. How much more now may this Benjamite, let him alone and let him curse. For so the Lord has ordered him. It may be that the Lord will look on my affliction, and that the Lord will repay me with good for his cursing this day. Verse 13. And as David and his men went along the road, Shimei went along the hillside opposite him and cast, and he went, threw stones at him, and he kicked up dust. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tunajua vizuri mambo ambayo mtumishi wa Mungu Daudi alikuwa anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alikuwa mtu mkubwa, mfalme ambao Mungu mwenyewe alikuwa amemchagua. Na Mungu akaendelea na kusema ya kwamba ati hajaona mtu mwingine ambaye akona nafsi kama ya Daudi. Kwa hivyo Mungu alikuwa amemtambua Daudi kama mtumishi mmoja mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini hata kama alikuwa amechaguliwa na Mungu, hata kama alikuwa anafanya mambo ya kiungu, hata kama alikuwa amepewa uwezo wa kuwapiga watu wengi, kunao mtu mmoja ambaye aliinuka kumpinga mtumishi huyu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naye jina yake alikuwa anaitwa Shimei. Haleluya. Shimei alikuwa na ile roho ya kumdhihaki huyu mtu wa Mungu. Shimei alikuwa na ile roho ya kumuinukia huyu mtu wa Mungu. Shimei alikuwa anajigamba, ni kwa sababu alikuwa naona kama Daudi ataishia vitani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini hata kama, haleluya, hata kama alikuwa na mdhihaki, huyu mtumishi wa Mungu hakuwa anataka kujua yale yote ambayo huyu mtu anamwambia, lakini alikuwa tu anamwangalia na macho. Ni kwa sababu alikuwa anamtambua Mungu wake kama Mungu mkubwa, Mungu mwenye nguvu na uweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maisha yenye tunavyoishi wa Kristo, hakika ukachaguliwa na Mungu, akakutoa katikati ya watu wengi, akakuchagua, akakuita wewe, akakwambia ya kwamba njoo ukapate kufanya kazi yangu. Lakini jua ya kwamba maadui ni wengi sana ambao wanajipanga na huko nje kukuinukia. Sijui saa ile wanakuinukianga wewe unafanyanga nini? Saa ile wanajipanga kukuinukia, saa ile wanajipanga kukudhihaki, wewe unakanga namna gani? Wewe utakuwa na ile moyo kama ya mtumishi wa Mungu, ama wewe utakuwa mmoja wa kuinukiana mmoja na mwingine ati ni kwa sababu amekuinukia? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Daudi hakupata ile nafasi ati waanze kurushiana maneno. Hakupata ile nafasi
ati waanze kuinukiana moja na mwingine. Hakupata ile nafasi ati ya kuona huyu mtu kama sio ati hapendwi na Mungu. Yeye aliona ya kwamba hata huyu mtu ameumbwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ati hata huyu ni binadamu kama mimi na amechaguliwa jinsi vile nilivyochaguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Saa zingine hii roho ya kuinukiana inakujanga, inatupata na tunasikianga kama ya kwamba tutaisha. Tunasikianga kama ya kwamba hatutaweza kuendelea. Nimekuja kukuambia ni wakati wako ukapate kujiangalia vizuri. Ni kwa sababu hata wakikuinukia inafaa ukapate kusimama imara na kujua ya kwamba uneitwa na mwenye amekuita amekushika na mkono. Yes. Na mwenye amekushika na mkono anakuongoza. Na mwenye anakuongoza atafanya wewe ufike mahali amekuitia. Bwana Yesu na asifiwe sana. Amen. Hata kama hiyo hoi imeinuka, hata kama wamepanga kukuinukia, hata kama wamepanga mambo yao mabaya, jua ya kwamba unaye Mungu mwenye anaye kujua zaidi, na huyu Mungu atakupeleka mbali. Ni kwa sababu ya kukupenda. Bwana Yesu na asifiwe sana. Haleluya. Simei hakujua ya kwamba mtumishi wa Mungu Daudi anaongozwa na Mungu. Haleluya. Lakini Daudi akamwangalia na macho ingine na akasema, si huyu mtu hata wakati ananitusi, hata wakati ananinukia, si macho ya Mungu bado yanamuona? Si ni Mungu mwenyewe amemuatilia? Haleluya. Angalia uone ya kwamba anasema hata vile anavyosema, si Mungu mwenyewe alikuwa anajua vile, na yale maneno anakuja kuniambia. Bwana Yesu na asifiwe. Nimekuja kukuambia hata hiyo vita ambayo imekuja, Mungu mwenyewe alikuwa anajua penye itapitia. Yes. Haleluya. Mungu mwenyewe anajua mambo yenye anakupata wewe. Bwana Yesu na asifiwe. Hata kama unaona kama ni kinyume, hayadamani na mambo ya Mungu, lakini Mungu alikuwa anaangalia tu na macho yake. Haleluya. Mungu alikuwa anaangalia na macho. Hata huyo mama wakati alipokuwa anakuja kukutusi, Mungu alikuwa pale na alikuwa na macho. Alikuwa anaona. Ni kwa sababu anasema ya kwamba macho yake yanazunguka duniani kote. Si ni kweli? Haleluya. Kwa hivyo macho ya Mungu yanaona hata huyo adui. Hata mambo yenye amepanga kukuja kukutusi nayo anayajua. Haleluya. Ni juu yako sasa ukapate kutikakamua na kujua ya kwamba hii vita sio mchezo. Haleluya. Inafaa wewe mwenyewe ukapate kujiangalia na kujua ya kwamba the insults ambazo wanakuinsult nayo, hata Yesu mwenyewe wakamuinukia vile na Yesu akashinda. Wewe ni nani usishinde? Bwana atukuzwe sana. Haleluya. Tunamwona mtumishi wa Mungu ambaye ni Hana. Mungu mwenyewe alikuwa anajua sababu ya kufanya Hana awe tasa. Ama unaona kama hakuwa anajua? Alikuwa anajua sababu zake za kumfanya huyu mama akae miaka hiyo yote bila mtoto. Mungu mwenyewe alikuwa anajua tu. Bwana atukuze sana. Lakini Penina hakuwa anajua the plan ambayo Mungu alikuwa nayo ya Hana. Imagine, maadui wanakuinukia lakini hawajui mpango yenye Mungu ako nayo juu yako. Haleluya. Jeremiah akaongea akasema ya kwamba ati akaambiwa na Mungu, enda ukaambia hao wana wa Israeli mipango ambayo ninawapangia, mawazo ambayo niko nayo juu yao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jua ya kwamba hata kama mambo yamekuwa magumu, hata kama mauzito yamekuja, Mungu anakuwazia mema. Bwana Yesu na asifiwe sana. Haleluya. Wakati Penina alikuwa anainukia Hana, wakati alikuwa na hii roho ya mockery spirit, alikuwa tu anamudhihaki, Mungu alikuwa anaona. Word after word alikuwa anaisikia. Hata kama alikuwa pale akimuomba, Mungu akaachilia maneno yakapate kupita akayasikie. Imagine, hata hiyo kitu yote imekuja, Mungu ndiye aliachilia ifike. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aliachilia ifike kwako wewe. Mungu aliachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Akaambia wana wa Israeli ya kwamba
mambo yote ambayo mmekuwa mkipitia huko nyikani. Mimi nilikuwa nayajua tu. Hata ile njaa mmepitana nayo huko, mimi nilikuwa najua tu. Lakini nilikuwa naye mpango niwape chakula. Haleluya. Jua ya kwamba Mungu amejipanga. Haleluya. Hakujalishi ni mangapi, hakujalishi yamekuja mangapi, hakujalishi wamekuinukia mara ngapi, lakini jua ya kwamba kunaye Mungu mwenye anayekuwazia mema. Bwana Yesu na asifiwe sana. Haleluya. Hawa watu wanatuleteanga mambo ndiposa tuone kama ya kwamba tumeshindwa. Hii roho inainukanga, inakuja kulete shida kwa familia zetu, ndiposa ihakikishe ya kwamba familia zetu zimevunjika. Hii roho inainuka, inakuletea magonjwa, ndiposa ukapate kuona kama hakuna Mungu anayeishi. Bwana atukuzwe sana. Lakini nimekuja kukuambia kunaye Mungu ambaye anaishi milele. Anakuona tu hata wakati ulikuwa mgonjwa, yeye alikuwa anakuona tu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Lakini hata kama ugonjwa ulikuwa pale, alikuwa ameweka uponyaji hapa kando na wewe. Haleluya. Na anasema ya kwamba hii uponyaji ni wa mtoto wangu nimpendaye. Mungu anakupenda sana. Haleluya. Mungu anatupenda sana. Na anajua shida zote zenye tunazopitia. Anajua mambo yote yenye tunaopitia. Bwana Yesu na asifiwe sana. Na anatuambia ya kwamba anatulinda. Haleluya. Saa zingine tunaonanga kama Mungu alisahau. Inafikanga pahali unaona huyu Mungu ni kama alisahau na kazi yenye nafanyanga. Bwana atukuzwe sana. Hata hakuniambia Mungu alikuwa amesahau ile kazi Daudi amesafanya. Mungu hakuwa amesahau. Hata saa hii hajasahau na kazi yenye umemfanyia. Bwana atukuzwe sana. Wewe ndio umefika pahali unakaa pale ukisema ya kwamba ni kama Mungu amesahau. Mungu hajasahau. Bwana atukuzwe sana. Yeye anajua njia zako, anajua mienendo yako, na anajua penye tu anakuja kukutokelezea hivi. Uinuke tu, usimame, waanze kusema na wewe naomba itiresi ule wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni kwa sababu anakuwazia mema. Haleluya. Ananiwazia mema. Huyu Yesu ananiwazia mema. Mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Yesu anakuwazia mambo mema. Sijui shida ni za nini ambazo zinakuletea stress. Sijui vituko ni za nini ambazo unasikia kama zimekufinyiria. Nimekuja kukutia nguvu, kukwambia kwamba jua kunaye Mungu mwenye anaona hata sirini huko kilindini cha moyo wako. Anajua. Anajua mambo yote yenye unayopitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii roho pia ikamshika mtumishi mwingine. Mtumishi wa Mungu ambaye ni Mordekai. Ukisoma katika kitabu cha Esteri sura yake ni ya 5. Utaona ya kwamba Mordekai na mambo yote yenye alikuwa anapitia, mauzito yenye alikuwa anapitia, mambo magumu alikuwa anapitia, lakini kumbe ushindi ulikuwa umewekwa tu hapa kando. Bwana atukuzwe sana. Lakini Hamani hakuwa anajua hiyo. Imagine, maadui wanajua tu mateso. Bwana Yesu asifiwe. Wanaongea tu wakati tu uko kwa ungumu, lakini hawajuangi kwenye utatokelezea. Kama Hamani angejua kwenye Mordekai atatokelezea, si angenyamaza tu? Lakini hakuwa anajua. Adui hawajuangi baraka ambazo zimewekwa hapo kando. Ni kwa sababu yako. Adui amewekwa pale, lakini hajuangi the plan ya Mungu yenye amepanga juu yako. Hamani akafikiria kumtesa mtu wa Mungu. Akaongea mabaya kuhusu mtu wa Mungu. Akaenda kutengeneza kitu ambacho ati huyu mtumishi ataenda kuuawa pale. Lakini Mungu mwenyewe akasema, wewe fanya vile unafanya, lakini mimi niko hapa na angalia mtoto wangu kwa sababu nampenda. Mungu anakuangalia na macho yake sababu anakupenda. Amen. Haleluya. Na mambo yenye Mordekai alikuja kufanya nyumaye, mpaka ikafanya watu wote wakapata kujua ya kwamba
kunaye Mungu mwenye anakuanga na Wayahudi. Imagine kuna siku inapangwa juu yako, ndiposa kukapate kujulikana ya kwamba kunaye Mungu mwenye ulikuwa unakuja kuabudu hapa usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Pengine walikuwa wanaona tu umeenda tu ati kwenda kesha tu kwenda tu. Lakini jua kunaye mpango. Bwana atukuzwe sana. Siku moja utakumbuka ya kwamba kunaye mambo yenye Mungu alikuwa anakupangia. Haleluya. Bwana Yesu na asifiwe sana. Hii roho inafikirianga tu vile wewe utaisha. Hii roho inafikirianga tu vile wewe utagandamizwa, ufinyiliwe, ukae kuko kama umefinyiliwa. Lakini jua ya kwamba kunaye Mungu ambaye anakutanga watu wake chini, anawainua. Ni kwa sababu maandiko yanatuambia ya kwamba wale wote ambao wananyenyekea kwake Mungu, yeye anakuja anawainua. Nyenyekeeni kwa Mungu ni kwa sababu ya uaminifu wake. Ni kwa sababu yeye anakuja kukutia nguvu na kukwambia kwamba ukapate kuendelea. Ni kwa sababu hii safari tunavyoenda, Mungu mwenyewe ndiye anatushika na nguvu. Haleluya. Nani angejua ni mambo gapi yangefanyika kwa mtumishi huyu wa Mungu? Hakuna angeweza kusema kama vile kunavyosemekana ya kwamba mtumishi aliendelea na akawa mtu mkubwa. Huyo Hamani alienda aje? Alienda aje? Si alienda tu akaangamia na akakufa? Maadui wako wagoje. Haleluya. Wamekupangia tu mambo atiwe ukuje uishe. Nimekuja kukuambia hakuna kuisha, tunaisha. Haleluya. Ni kwa sababu tunapelekwa level nyingine na Mungu. Ni kwa sababu ya kutupenda. Haleluya. Na ni kwa sababu ya uaminifu wa Mungu. Anajua mapito yetu, anajua shinda zetu, anajua familia zetu. Unawaza nini? Yani hiyo mambo yote ambayo yanaingia kwako, yanakuletea stress, yanakuja kwa nini? Jua ya haleluya. Anakungoja wewe asikie vile utakavyoongea. Bwana Yesu na asifiwe sana. Wakati vita ilivyofuata mtumishi wa Mungu, akaambiwa Jehoshafatu, akaambiwa angalia, watu wa Moabi ndio hao wamejipanga kuja kukumaliza na watu wako. Bwana Yesu asifiwe. Jehoshafatu akajua siri. Akajua ya kwamba hata kama wamekuja, mimi niko nayo kibirio ambao nitakimbia kwake na najua nitapata amani. Haleluya. Na akakimbia kwa Mungu na akamwambia Mungu, nimekuja hapa ni kwa sababu uliniambia ya kwamba hata kama ni mateso, hata kama ni dhiki, hata kama ni njaa, nikiingia kwa nyumba yako wewe Mungu utanishindania. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni kwa sababu ya uaminifu wa Mungu. Mungu hakuachilia mtumishi wake. Mungu hakuachilia mtumishi wake. Huyu mtumishi akaambiwa na Mungu, wewe ifikapo saa ya vita, enda usimame tu pale kwa laini. Ambia watu wangu akapate kuniabudu. Bwana Yesu asifiwe. All that we need, children of God, ni kumwabudu huyu Mungu. Ni kwa sababu mapito yote tunaopita atatushika, atuinue. Yeye ndiye anayesema ya kwamba atatuweka mabawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Atutendeka kwa hao watu. Hata dunia yote siku ya leo inasomanga hiyo maneno. Imagine kuko na mambo yanapangwa na Mungu yako wewe. Watu wako, watoto wako watakuwa nasema, na mama yangu alikuwa anamwabudu Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii ni wakati wetu tukapate kujitahidi kabisa na kumwabudu Mungu. Ni kwa sababu anaenda anatoa Mungu wake mbali, anamuinua juu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Haleluya. Sio wakati wetu wa kurelax. Sio wakati wetu wa kwenda kwa comfort zones. Ni wakati wetu tukapate kuingia kwa ile merikabu ya kumwabudu Mungu, tukijua ya kwamba hata kama ni mateso, hata kama ni shida, hata kama tunapitia kwa dhiki, hata kama ni magonjwa. Paulo akauliza, ni kitu gani kitanitenganisha na upendo wa Mungu? Ni magonjwa? Hapana. Ni vituko za ulimwengu? Hapana. Ni kitu gani hiki kitanitenganisha na Mungu wangu? Ndiyo, dunia iko na mambo mengi. Mambo ni mengi.
ambayo yanachota watu wa Mungu na wanaingia kwa mambo ya dunia. Lakini nakusihi mtu wa Mungu siku ya leo, wacha uaminifu wako na Mungu ukapate kukuongoza. Be righteous before God. Ndiposa hiyo uaminifu Mungu akuinue. Ni kwa sababu anapitia kwa ule muaminifu, anamuinua juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio wakati wetu wa kuinukiana mmoja na mwingine. Sio wakati wetu wa kupigana mmoja na mwingine. Hii ni wakati wetu tukapate kujiuliza, sasa kwa sababu hii mambo imekuja, mimi nitakimbilia wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wale wote ambao walimkimbilia Mungu, Mungu mwenyewe aliwaongoza. Bwana Yesu na asifiwe. Imagine hata wale mitume watu watatu ambao walitupwa kwa tanuri la moto. Vile walivyoingia, kuko na kitu moja ambao walisema, ambayo inanisaidianga sana. Walisema ya kwamba hata kama huyu Mungu hata tuokoa. Imagine. Ndio wamekubali kuteswa, wamekubali hiyo wawekwe kuko, lakini wakasema hata kama huyu Mungu hata tutoa kwa ile tanuri la moto, sisi tunataka ujue wewe mfalme ya kwamba hatuwezi tukamwabudu huyo Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ni uamuzi wa kipekee, uamuzi ambao inafaa siku ya leo tukapate kujiamulia. Hata kama huyu Mungu hata kutoa kwa hiyo mambo ambayo unapitia, umaanishe na useme ya kwamba mimi, haleluya, sitaingia kumwabudu Mungu mwingine. Sitaenda kuwaomba watu wa mamiungu. Ndio watu wanakimbia kwa mamiungu mingine, wakafuere wamejaa huku. Bwana Yesu na asifiwe sana. Unaenda pale unafanyiwa vituko ati ndio utoke kwa ile shida uko nayo, lakini jua ya kwamba ni kwa muda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni afadhali kumkimbilia huyu Mungu. Shadraka, Meshaki na Abednego wakasema, hata kama huyu Mungu, Bwana atukuzwe sana, hata tutoa sisi, wewe mfalme, tunataka ujue vizuri, hatutamwabudu huyo Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama wewe umeshafika mahali kama hapo. Shida zinakufinyilia. Inafika pahali unashindwa, gai, sasa hapa nitapita namna gani? Nimekuja kukwambia kunaye Mungu na bado anakuona. Macho yake hajayafunga. Masikio yake hayajayafunga. Anasikia kilio chako. Na anasema ya kwamba wewe ni mtoto wake. Bwana Yesu na asifiwe. Na hakuna wakati atakuja kukuachilia. Yeye ni Mungu mwaminifu. Yeye ni Mungu mwenye nguvu. Hata kama hata kutoa hapo, amua na useme mimi sitamwabudu huyo Mungu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Uamuzi kama huu ndio tunaohitaji kanisa la leo. Uamuzi wa kusema ya kwamba hata kama. Bwana atukuze sana. Angalia vile wanavyo huanga na imagine, nikiangalia huyo mwanaume vile anaongea na mfalme, mpaka inafika pahali nasema, hai, hata kama mambo yamekuwa magumu namna gani, sitatoka kwa laini ya Mungu. Bwana atukuze sana. Wengi wametafuta njia zao, wengi wametafuta njia, lakini mtu wa Mungu usitafute njia nyingine. Jua ya kwamba ansa uko nayo. Haleluya. Na huyo Mungu atakuelekeza. Bwana atukuzwe sana. Tukisoma katika kitabu cha Judges chapter number 3. Judges 3 verse 14. Tutapata mtumishi wa Mungu hapo. Wacha tusikie. Haleluya. Tuanze pale mstari wa 10. Tusome 14 na 15.
Hallelujah. Verse 14. So the children of Israel served Eglon, king of Moab, 18 years. And when the children of Israel cried out to the Lord raised up a deliverer for them, Ehud, the son of Gela, the Benjamite, a left-handed man. By him, the children of Israel sent tribute to Eglon, king of Moab. Now Ehud made himself a danger. It was a double-edged and a cubit in length, and fastened it under his clothes on his right thigh. So he brought the tribute to Eglon, king of Moab. Now Eglon was a very fat man, and when he had finished, he sent away the people who had carried the tribute. But he himself turned back from the stone images that were at Gilgal and said, I have a secret message for you, O king. He said, keep silence. And all who attended him went out from him, and Ehud came to him. Now he was sitting upstairs in his cool private chamber. Then Ehud said, I have a message from God for you. So he arose from his seat. Then Ehud reached with his left hand, took the dagger out of his belly, and his entrails came out. Then Ehud went out through the porch and shut the doors of the upper room behind him and locked them. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wakafanya maovu mbele za Mungu, na wakawa chini ya utumwa wa huyu mfalme wa Eglon. Bwana Yesu na asifiwe sana. Lakini Mungu akamuinua mtu mmoja ambaye anaitwa Ehud. Ehud jua ya kwamba alikuwa anafanyanga kazi na kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Na kulingana na kimila chao, mtu hangeingia kwa vita mtu ambaye anafanyanga kazi na mkono wa kushoto. Kwa hivyo wale watu walikuwa na mazoea ya watu wenye wanaendaga kuwasaidia kupigana vita. Lakini kumbe sio hivyo kwa Mungu. Mungu mwenyewe akapenda kujisifu kupitia huyu mtu wa Mungu ambaye alikuwa anafanyanga kazi na kushoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukiendelea kusoma hiyo chapter itakuelekeza mpaka verse 30 yenye inasema ya kwamba ati so Moab was subdued that day under the hand of Israel, and the land has rest for 18 years. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia Ehud, huyu ambaye anaonekana ni left-handed, mwenye Mungu ametumia. Haleluya. Hao watu wakapata amani 8 years. Bwana atukuzwe sana. Ndio vita imepangwa, lakini mtu mwenye Mungu ameinua akapata kuwapigania hii vita ni mtu ambaye alikuwa anaonekana kama havai, ni mtu ambaye alikuwa anaonekana kama hawezi, ni mtu ambaye alikuwa anaonekana yeye ni kwa sababu ya mkono wake wa kushoto hakuna kitu ataweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikaonekana kama ya kwamba watashindwa, lakini kumbe Mungu alikuwa ameandaa ushindi kupitia yule mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ni mengi sana ambayo Mungu mwenyewe anakupangia. Haleluya. Hakujalishi ile njia unaoona kama ni mzuri. Mungu kunao njia yenye anatengeneza kwa sababu ya muaminifu wake. Haleluya. Njia yake Mungu sio kama ya binadamu, na mawazo yake Mungu sio kama ya binadamu. Bwana atukuzwe sana. Hata kama unaonekana hauwezi. Haleluya.
Maybe unaonekana wewe ni kama soja ambaye ni left handed. Wewe hii kitu unaonekana huwezi. Mambo ndio haya yamekukalia. Inaonekana hapa hautaweza kupita. Nimekuja kukwambia unapita kupitia nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Ehud alipata kuwashindania wana wa Israeli mpaka wakawa na amani miaka 80, wewe ni nani ukose kushinda? Haleluya. Unaye ushindi ambaye Mungu mwenyewe amekuandalia wewe. Bwana atukuzwe. Wewe you are more than a conqueror. Bwana atukuzwe sana. Hata kama ni nini inaonekana, you are more than a conqueror. Bwana atukuzwe sana. Hata kama ni nini hii inakuinukia, wewe ni zaidi ya mshindi. Ni kwa sababu Mungu amekushika na mkono wake. Huyu mtu kama sio kusaidiwa na Mungu, angeweza kungangana na huyo mwanaume kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unasikia hekima yenye anatumia, ati ninaye ujumbe yenye nimepewa na Mungu. Kumbe ni Mungu anamtengenezea tu kanjia, apitie hiyo kanjia akapata kumweka mkuki, akaanguka chini. There is a plan that God is giving you. Huyu Mungu, tukisema hakika huyu Mungu ni mwaminifu kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Jua ya kwamba mambo ni mengi ambayo mtu anakimbilia. Ehud alimkimbilia Mungu. Mungu akamjaza na nguvu. Hata kama alikuwa anaonekana hawezi, akashinda. Ni kwa sababu Mungu alikuwa pande yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jua ya kwamba wewe ni mshindi. Haleluya. Ambia jirani yako wewe ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Hakujalishi ni mangapi unapitia, lakini jua ya kwamba wewe ni mshindi. Hakujalishi wamekuteka mitego mara ngapi, jua ya kwamba wewe ni nini? Ni mshindi. Sababu tunaambiwa ya kwamba Bwana Yesu asifiwe. Hata kama tutakanyanga nini na hii miguu yetu. Bwana asifiwe sana. Najua siku nyingine nilikuwa naongea na mama mwingine. Nikamwambia ya kwamba wewe wachangeni kusifu huyu shetani kila saa. Saa yote wanasema juu ya mitego. Kila saa ati shetani amenitega. Kila saa ati nilikutana na shetani. Kila saa ati shetani aliniletea magonjwa. Nikamwambia wachanga kumsifu huyu shetani hivyo. Unajua saa ile unaendelea na kumsifu na kumtaja. Yeye anasikia kwamba unamsifu. Jua njia za kuhepa hii maneno na uelekee kwa Mungu mwenye ushindi wote. Ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijui ni nani hawa ambao wamefika kuamua kama hawa binadamu watatu na waseme ya kwamba hata kama mambo yamekuwa magapi, hata kama nimepitia mangapi, mimi nitaishi kwake Mungu. Sijui kama imefika mahali kama mimi. Bwana Yesu asifiwe. Useme ya kwamba hata kama ni kulala njaa, nilale nikiwa ndani ya Kristo Yesu. Aone ya kwamba nimelala. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni nini, nikae nikiwa na yule Mungu nikijua ya kwamba yeye niko na yeye atanishindania. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye ni kwa sababu ni mwaminifu atakushindania. Laiti kama Penina angejua mwenye anaye mumoku ni nani, hage mumoku namna hiyo. Ama namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mshindi. Haleluya. Wewe ni mshindi. Yesu akasema ya kwamba ameshinda kifo na mauti, na hiyo ushindi ameelekeza kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni juu yako ukapate kujua ya kwamba kunaye Mungu ambaye ni mshindi wa vita. Huyu Mungu mshindi wa vita tukapate kumtumainia. Huyu Mungu ambaye ni mshindi wa vita tukapate kumuinua. Huyu Mungu atatupigania. Sijui ni mangapi yamekuja, sijui ni mangapi yamekukalia, sijui ni mangapi yamekufinyilia mpaka unashindwa kama utaweza kuendelea. Nimekuja kukwambia ni wakati wako wa kusimama na useme ya kwamba mimi nitashinda. Ni kwa sababu ninaye muamini yeye ni mshindi wa yote na anakuja kunisindania. Ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usije ukakubali kudanganywa na mawazo yako, ukiona kama ya kwamba umefinyiliwa, ukiona kama ya kwamba umeshindwa. Wewe jua ya kwamba wewe ni mshindi. Haleluya. Tengeneza fikra
fikira zako vizuri. Ambia moyo wangu mimi ni mshindi. Hata kama napitia haya, mimi najua ya kwamba mimi ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama haleluya mambo yamekaa namna gani, mimi najua ni mshindi. Ni kwa sababu ninayemwamini yeye ni mshindi. Akashinda kifo na mauti, akatoka kule kuzimu na funguo, akakuja akanipatia na akaniambia niende nikifungua chochote ambacho nakihitaji. Nimekuja kukwambia unayo funguo ya kufungulia hiyo baraka yako. Ni kwa sababu iko hapo tu next na wewe. Usije ukafinyiliwa na mawazo, usije ukafinyiliwa na hii roho ya shemei ambayo inataka kukuonyesha kushindwa. Usije ukafinyiliwa na mambo ambayo yanakuonyesha wewe utashindwa. Wewe sio wa kushindwa, wewe ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Hakujalishi wanapanga namna gani, hakujalishi wanakusema namna gani, hakujalishi wanakuinukia namna gani. Jua ya kwamba unaye Mungu mshindi wa yote, na yeye ni mwaminifu sana. Bwana Yesu na asifiwe sana. Jua ya kwamba kunaye Mungu mwenye anakusimamisha tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwandishi mwingine akaongea akasema, hata kama mnaona niko chini, jua ya kwamba nitasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama mnaona niko chini, jua ya kwamba mimi nitakuwa juu. Ni kwa sababu ninayemwamini ni mshindi wa yote. Bwana Yesu asifiwe. Ninaye mtu ambaye anaamua siku ya leo kama mimi. Simama na miguu yako ukapate kumwambia Mungu, niko hapa. Ni kwa sababu wewe ni mshindi, ukapate kunishindania. Ni kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe sana. Haleluya. Wacheni tusimame. Mambo ni mengi yametufinyilia. Mawazo ni mengi ambayo yanakuja, yanatuonyesha kaya kwamba sisi tumeshindwa. Lakini siku ya leo wacha tuambie Mungu, tuko hapa ni kwa sababu tunakuhitaji. Tuko hapa ni kwa sababu tunangojea ushindi wako. Tuko hapa ni kwa sababu tunangojea ukatuinue mara tena. Tuko hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ati anamwona agwete naonde yokera mwathani akumio mono. Ati hata kama mnaona niko chini, bado mimi nitasimama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua imani nyingine inakanga kama ni wazimu. Wewe uko chini na unasema bado utasimama. Haleluya. Wewe umelala njaa na bado unasema utakula. Ati ukarea nyama mwathani akumio mono. Haleluya. Wewe unaenda kama umerarukiwa, na wewe ndio unasema ya kwamba nienda niyekekeraga mathuti mwathani akumio mono. Haleluya. Wewe unaenda tu unatafuta kibarua, na unaenda pale ukisema mimi ndiye nitakuwa bosi wa hiyo company. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu amekufinyilia ndio, wameongea mambo machafu kukuhusu ndio, lakini niko pale nikisimama, nikisema hata kama mnanisema siku yangu ya kuinuliwa imefika. Hata kama mnasema niko chini, siku yangu ya kuinuka imefika, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. 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 Wokozi. Haleluya. 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 Wokozi. Haleluya.
sasa kumtazama Yesu, amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Tazama, ishi sasa kumtazama Yesu, amenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Mwambie Mungu ya kwamba neno lake likaweze kufanya kazi ndani yako. Asante Yesu, asante Bwana. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwaminifu. Pokea sifa. Jina lako Bwana litukuzwe, jina lako liinuliwe, wewe ni mwema. Asante Yesu, nataka na kwamba tunaonekana tukiwa chini. Asante ni kwa sababu tunakuabudu Mungu, ni kwa sababu ni mwaminifu. Pokea sifa, wewe ni mwema Bwana. Asante Yesu. Pokea sifa Yesu. Nionapo amani kama shwari, nionapo amani
wetu Yesu litukuzwe. Praise the Lord. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Naomba tukashikanishe mikono yetu tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu, na Bwana atatubariki. Tumpigie makofi tafadhali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si msalimie mwenzako, mwambie karibu. Karibu. Hata watu wadhika wako hapa wengi. Salimia watu wawili, watatu, wanne, mwambie karibu sana. Wangapi wamenyeshewa? Inua mkono wako juu. Karibu. Kama umenyeshewa ukikwisha. Wengine wameniambia walikuwa wamefika katikati lakini wamenyeshewa wamerudi. Dennis, kuna drum mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akirenyaga habari. Hallelujah. Thank you. Natumai mko salama and God has blessed you with the word with our pastor kutoka Kiganjo. Bwana asifiwe sana. It's my happiness to see we are growing. We have a church in Kiganjo. Soon you're having another church somewhere else. Soon you have ni wapi? Ni Marakwet. Erigio Marakwet, that's where we are heading to next month. That's where we're going to visit Erigio Marakwet. Yeah, and Mariakani in Mombasa. Next January, Mariakani in Mombasa, we're going to open another branch. It is wonderful. I'm waiting for Dennis. Make my sound look beautiful like yourself. Thank you very much for coming. Thank you for God having blessed you. Tumekuwa pamoja. Wale wametuona kwa YouTube, wale wametuona kwa TV, wale tumekutana na wao kwa barabara. It is very wonderful to see you. Na Mungu atawabariki because it is not in vain. It is not in what? In vain. God will bless you. God will lift you up. God will raise you up. I remember when we started, wakati tulikuwa hapa, tukianza kabisa, ni wakati wa corona came. Sasa tulikuwa tunafanya kesha tukiwa watu wawili na wama watatu. Na tunaweka sauti na tunageuza huko kwa barabara. Polisi wanakuja hapo chini, wanapiga makelele na tunafuga, tunasema tutaabudu Mungu. Kwa sababu kuna kitu moja niliambia hawa polisi walipokuja kutushika hapa. Nikaambia sisi kanisa tulifunguliwa, Yesu ndiye alituambia tufungue. So the owner of this church is Jesus. And Mutahi Kagwe alisema watu wafuge. Na sijapata barua, mimi nilipata barua ya Yesu, nifungue. So you have to get an order from the owner, akwambie fuga. Sasa nikawaambia nenda kwa Yesu, ambia Mutahi Kagwe aende kwa Yesu. Akilete barua tutavuga. Lakini kama hakuna barua, tunaendelea kukaa na mdosi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. It is always good to be courageous, to defend the word of God, to defend this Jesus. I used to be a Muslim. Kama mjui, unajua nyinyi mnajuanga Mungeke tu. Acha niwaambie the other version of me. I was a Muslim. Bwana Yesu asifiwe sana. And when I was a Muslim, tulifundishwa kitu inaitwa fundamentalism. Dying for your God. Hey, angalia yeye ananiangalia vibaya. Nilichange, niliokoka. Yeah, mnaweza kuketi. Ndio tutaweza kuabudu kwa sababu mahubiri tushapata. Tutaabudu. Najua nimetaka kuongea hiyo story. Nipatie hai na nini? Hai kidogo za hapa mbele tu. Nashukuru sana kwa sababu nimewaona tena. I'm happy for you. Na kuna list nilikuwa nimepatiwa hapa ya pastors. And before niendelee niwaambie how I was a Muslim and why I was a Muslim, I want to explain to you when my sister and the pastor here angekuja tu hapa tusalimie. Simama tu mami. We love you and we appreciate you. Karibu pita pale. Anaitwa Pastor Julia from Full Gospel Churches in Gateigoro. From Gateigoro, si ndio? Ni Gateigoro? Gateigoro. Na utuambie Gateigoro ni nini?
Pigeni makofi pastor wetu hapa. Hallelujah. Bwana Mungu nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo nyota nguruma vitu vyote pia viubavyo kwa uwezo wako. Moyo wangu na ukuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikitembea kote duniani, ndege huimba na wasikia. Milima hupendeza macho sana, upepo nao unafurahia. Moyo wangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Vile wewe Mungu ulivyo peleka mwanao afe azichukue dhambi zetu, kuyatambua ni vigumu mno. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Leunewo koinera yodoworea wemonene goro yakwa. Leunewo koinera yodoworea wemonene. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Bwana asifiwe. It's another day the Lord has given us. It's another night. Praise the Lord. Apia mwenzako, is another night. Hallelujah. Ambayo ni siku ambayo Mungu ameifanya tukawe mahara hapa tukaweze kumwabudu Mungu wetu and also to hear the word of God. And I believe that you have gotten your portion because the Lord has a good plan for us all. Amen. Naitwa mchungaji Juria na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Niliokoka wakati nilikuwa primary school. And I have seen the faithfulness of God. I can say like David, I was young and now I'm old. Oh, I have my years,
Bwana asifiwe sana. And now I'm old, but I have not seen God let me down. Kwa sababu amekuwa pamoja nami, amekuwa kimbilio langu, amekuwa tegemeo langu. And I'm happy because I'm a mother of many, biologically and spiritually. Bwana asifiwe sana. I'm a mother of many. I started ministry, full-time ministry back 1999. That was the time the Lord called me in full-time ministry. So I'm old. When I say I'm old, agree with me that I'm old. Hallelujah. And I thank God because I feel still I'm young, like what Joshua said, that those years, I was 40 years, but now I'm 80, but I still feel that I'm still strong, energetic to capture the promised land and also to do the will of God. So the Lord has been so good. Amekuwa mwaminifu. Amefanya siku ya leo tukutane na ili tuweze kuomba kwa pamoja. Is our night. Is our night. The Bible says that the word of God is sharper than any double-edged sword. It is able to separate the bone and the marrow. It judges even our mind. So it is good to get the word of God, hide it in our heart, so that we may be able to do the will of God in season and out of season. Amen. Amen. So let the word of God dwell in our heart through our life, that we may be able to please our Maker. The Bible says also that the word of God is permanently settled in heaven. So it changes not. The word of God changes not. And the time the word of God dwell in our heart, in abundance, we will not sing against God. Right. Hallelujah. Amen. Because the time we got and saved, the Spirit of God entered in our heart. And the Spirit of God help us to say no to ungodliness. When I was reading in the book of Galatians, it was telling me the things that are of the flesh, they are contrary to the things of the Spirit. And they are bringing conflict day and night. That's why unajaribu kuja mkesho, unakuta ya kwamba mwili unakuambia okay, it's like I need to sleep. Hii mwili wangu nataka kulalishwa kidogo, because inangangana mambo ya roho na mambo ya mwilini inangangana. But you have to overcome the things of the flesh ili uweze kuonyesha kwamba you have the fruits of the Holy Spirit. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Na matendo ya ama matunda ya Roho Mtakatifu inapoonekana, ndio tunajua kwamba the Spirit of God is dwelling in you. Amen. Amen. Now the Spirit of God who is dwelling in you is helping you to bear fruits that are good, that are full of Spirit of God. I'm happy to be in this place. Sikupewa nafasi niongee maneno mingi, lakini nimejipata nikiongea. Okay, amesema ya kwamba mtumishi wa Mungu niseme mambo ya Kigooco. Sijui kakiti juu kalipatikana wapi kukaitwa Kigooco. That's why I do minister with the full gospel. Na nilipata tu hivyo, tumejaribu kukatelemusha ili tukaharibu hiyo Kigooco, hiyo kakiti juu, kwa sababu lazima kawe kuna mtu amekalia mahara hapo. Lazima kuwe kuna mtu amekalia hiyo kakiti juu. Lakini Mungu ni mwaminifu. Tutadili na hiyo kakiti mpaka kajua Yesu ndiye anayetawala. Bwana asifiwe sana. And the thing is, wakati mtumishi wa Mungu alikuja mtume mahala pale, people got saved. More than 21 souls came to Christ. Bwana asifiwe sana. So we thank God because Christ is reigning in that place. Amen. He reigns with the power and majesty. He reigns forevermore. He reigns with the power and majesty. He reigns forevermore. Yeah, nimemuleta mchungaji wetu Pastor Jenny Mahara hapa. That's why I'm here, and also we fellowship together. Thanks so much. Thank you very much. We have another powerfully anointed special guest, and we appreciate and love her for the grace that is in her life.
She's wonderfully anointed. Reverend Mary from Dandora. Yes. Come forward. Reverend Mary from Dandora. This woman of God, I know she doesn't know I know her, but I know you. Come forward. Where? Ukirelia katika igoro. Bwana asifiwe sana. Yes, come forward. Where is this other mic? Yes. Hallelujah. Mpigieni mtumishi wa Mungu makofi. Karibu wasalimie watu wa Mungu. Hallelujah. Nifanye hivi kwa sababu ya Bwana. Hallelujah. Nakupenda kwa sababu ya Kristo. Bwana asifiwe. Kwa majina ni hivyo umesikia. Naitwa Reverend Mary. Bwana asifiwe. Nahubiri upande wa Dandora phase 2. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kukua mahali hapa usiku wa leo. Bwana asifiwe. Maana najua siko hapa kwa makosa. Bwana Yesu apewe sifa. Siko hapa kwa makosa na sijabahatisha. Bwana asifiwe. Najua niko mahali ambapo panafaa. Ni kwa sababu neno la Bwana linasema mahali ambapo pako na wawili watatu. Bwana asifiwe. Ambao wamekusanyika kwa sababu ya neno la Mungu. Mimi nipo mahali pale. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo nikasema nitakuja kubarikiwa pamoja nawe usiku wa leo ukibarikiwa. Bwana Yesu atukuzwe. Maana kuna neno huwa linanipendeza moyo wangu sana kwamba hii ufalme wa mbinguni utatekwa na wale wanang'ang'ania na wenye nguvu. Bwana atukuzwe. Na ili uweze kuteka ufalme ni lazima ukue na nguvu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nikajitahidi. Nilikuwa hapa na dada yangu Pastor Beatrice. Bwana asifiwe. Ni rafiki wangu sana na tumetoka mbali na yeye. Bwana asifiwe. Akaniambia nimekualika katika mkesha. Kamwambia Mungu akitimiza hiyo siku nitakuwa pale. Bwana asifiwe. Hivyo niko hapa kwa sababu Mungu alikusudia nikue. Bwana Yesu atukuzwe. Nalo neno linaniambia Yakobo ni kung'ang'ana aling'ang'ana. Bwana asifiwe. Ili aweze kubarikiwa. Na aling'ang'ana usiku kucha. Bwana asifiwe. Akang'ang'ana na malaika mpaka kukakucha. Kulipopambazuka malaika akamwambia niache sasa niende. Bwana asifiwe. Lakini Yakobo akamwambia kama vile Bwana aisivyo sikuache. Bwana asifiwe. Akang'ang'ana na yeye, maandiko inasema akampinga kwenye paja lake, lakini Yakobo bado akaendelea kushikilia yule malaika. Bwana asifiwe. Mpaka malaika akamuuliza unaitwa nani? Bwana asifiwe. Akamuuliza unaitwa nani? Maandiko inasema akamwambia naitwa Yakobo. Akamwambia utaitwa tena Yakobo, utaitwa Israeli, maana yake kubarikiwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo hautaitwa lile jina watu wamezoea kukuita huko nje, kwa sababu uko hapa usiku wa leo ukiutafuta uso wa Bwana. Bwana asifiwe. Na sio jambo rahisi kubadilisha mwili usingizi. Bwana asifiwe. Maana maandiko inasema mchana tushughulike, lakini usiku tupumzike. Bwana atukuzwe. Sasa imeingia hapo ya kwamba sio kupumzika, ni kumtafuta Bwana, macho yako ikiwa on. Bwana asifiwe. Sio jambo rahisi, lakini kwa sababu ya kumpenda Bwana ndio maana umekuja ukaacha kitanda chako, ukaacha jamii yako ili ukuje utafute uso wa Bwana. Nami nakwambia bila shaka unapoenda kupambazuka utatoka kama umebadilishiwa majina. Bwana Yesu apewe sifa. Hautatoka vile uliingia. Ni kwa sababu hapa ni katika nyumba ya Bwana, na wale ambao wanamtafuta Bwana yeye anapatikana. Ambia huyo mwingine anapatikana. Bwana Yesu apewe sifa. Na tumekuja kutafuta uso wa Bwana. Bwana asifiwe.
na tukimtafuta ni lazima ataonekana, na akionekana mambo haitakuwa ya kawaida tena, maana kutakuwa na kubadilishiwa majina, hali zetu zitabadilishwa, maana yule tunayemtafuta, yule ambaye tunayemuita, maandiko inasema ya kwamba yeye wa vita mwadhanika ya rogosho, yeye ni komanda wa vita, ne moro iparo tahotago aroerera andu ake uhotani ukoneka. Bwana awe sifa. Kwa hivyo Bwana akubariki na kutende mema. Ninapoenda kukaa chini, wacha tu ninene tu kidogo, hata kama sikuambiwa ninene. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 20 nitasoma kuanzia hapo moja, na ninajua ya kwamba Bwana atatubariki na atatutenda mema. Deuteronomy 20 nitaanzia hapo moja, na Bwana atakuwa pamoja nasi, na nitasoma. Utokapo kwenda vitani kupigana na adui zako, na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja naye, aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Na iwe msongeapo mapiganoni, kuhani na akaribie na kusema na watu, awaambie, sikizeni enyi Israeli, hivi leo mwasongea mapiganoni juu ya adui zenu, mioyo yenu na isizime, msiche wala msiteteme wala msiingiwe na hofu kwa ajili ya wao, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye awaandamanaye kwenda kuwapigania juu ya adui zenu, ili kuwaokoa ninyi. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu akawa anaongea na watu wake. Bwana asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba akawatia moyo, ama lile neno lilikuwa la kuwatia mioyo, maana ilifika ni wakati ambao Waisraeli walipigana, ama ilikuwa wakati wa vita. Na maandiko inasema Bwana akaongea na mtumishi wake, akamwambia, ambia hawa wana wa Israeli wanapotoka na kuenda mapiganoni wasiogope. Bwana asifiwe. Wajapoona watu walio wakubwa, wajapoona magari na farasi, wajapoona maadui zao, wasiogope, maana Bwana atakuwa pamoja na wao. Bwana asifiwe. Haleluya. Akawaambia, msiogope, maana mimi Mungu nitakuwa pamoja nanyi. Naye kuhani na akaribie, aambie wale watu, msiogope, maana Mungu aliyekutoa Misri, Mungu ambaye alikuokoa, anakujua vyema, anajua mahali alikutoa na mahali anakuelekeza pia anapaelewa vyema. Sema amen. Bwana asifiwe. Usiku wa leo sijui ni vita gani unapigana. Usiku wa leo sijui ni adui gani amesimama kwa sababu umeokoka. Maandiko inasema ya kwamba usiogope. Bwana asifiwe. Ndugu mwana ya rogosho, kwa sababu Mungu aliyekuita, Mungu kutoa katika ukoo wenu, Mungu aliyekukomboa, anasema ya kwamba usitetemeke na usiwe na moyo wa hofu, maana huyu Mungu atakuwa pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo usiku wa leo neno la Bwana likatuambia tusiogope, tusitetemeke, tusikuwe na moyo wa hofu, kwa sababu komanda wa vita anasema usiogope, anakujua vyema. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika hali yote, katika mapigano, katika vita, jua kwamba hauko peke yako. Bwana asifiwe. Tunaweza hofia ukijua uko peke yako, lakini Mungu anasema uambiwe usiogope, maana ni yeye alikuokoa. Ako na mpango mwema juu ya maisha yako, na sio mahali ulipo, ni kukusongeza mbele. Na tena akaambia
wanafunzi wake. Sitawaacha kama yatima, nitawaachia Roho Mtakatifu awe msaidizi wenu, na tena nitaenenda nanyi mpaka mwisho wa dahari. Bwana asifiwe. Kwa nini basi tuogope? Kwa nini basi tutetemeke? Kwa nini basi tuwe na hofu? Na tumepewa ruhusa, tunaambiwa tufurahie, kwa sababu Mungu ambaye anayetawala mbingu na nchi anatujua vyema. Bwana awabariki sana na watende mema. Nimefurahia kuwa nanyi. Barikiweni sana. Asante sana. Pigeni makofi. Haya. Leo tuna watumishi wengi kibao. Asante sana. God bless you. Asante Mchungaji Mary, na tunakukaribisha mara nyingine na nyingine tena. Tunapenda wageni sana, si ndio? We love our visitors. We will be inviting you wakati tuko na conferences, na tuko na seminar, tuko na Keshas. We will be inviting you openly. Now we have tuko na mtumishi wa Mungu anaitwa Pastor Prince Steve. Yuko wapi? Okay. Mpigeni makofi anapokuja. Mpigeni makofi anapokuja. Wonderful. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naitwa Steven Njoroge Mureithi. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe. Si yuko hapa kwa makosa yoyote. Bwana asifiwe. Nodi guku nitadogaini oi. Bwana asifiwe. Pastor Beatrice ni rafiki wangu wa karibu. Yeye ndiye amenipa mwaliko mahala hapa. Ni akoretwa akijitamaita maigi muno. Lakini leo kuna kitu Mungu anataka itendeke. Bwana asifiwe. Na haya madhabahu Mungu yuko hapa. Bwana asifiwe. Tumetoka naye safari mrefu sana pamoja na karaoke na Pastor Edward. Nikiwaona hivi ninaona Mungu. Bwana asifiwe. Niseme ya kwamba nimeokoka. Kristo ni mwokozi ndani ya moyo wangu. Mimi ni kijana ambaye nimesamehewa dhambi zangu na Kristo. Kuoshwa nimeoshwa na nikakubali kumtumikia Bwana. Bwana asifiwe. Nimekubali kuacha yote ya dunia na ili nimtumikie Bwana. Bwana asifiwe. Dada Mchungaji Mary amenena akasema ya kwamba kuna mahala Mungu anatupeleka. Bwana asifiwe. Usianguke utake kukaa mahala pale. Simama na uanze safari yako tena, ni kwa sababu kuna mahala Mungu anakupeleka. Bwana asifiwe. Mimi ni mwimbaji, mimi ni MC, mimi ni mchungaji, lakini ningetaka tu kukuacha na neno moja. Bwana asifiwe. Pastor Mary, we ni mamangu. Nimesikia unasoma Biblia Kiswahili vizuri sana. Nisome katika kitabu cha Luka 15. Luke 15 verse 11. Bwana asifiwe. Kitambo apate, nataka kukuambia kwamba ni vizuri kujua time na season yako. Bwana asifiwe. Time na season yako. Bwana asifiwe. Adoige ama watu wengi wanakosanga kupata ambacho Mungu amekuahidia, ni kwa sababu haujui kuput time and season. Bwana asifiwe. Wakati Mungu anakuja kukutembelea, time na season yake ikifika, hari agutigire agakora nduri ho ne wathamire, akanegera mundu kirathimo giaku, ni tando ndwahotire kumenya time and season. Bwana asifiwe. Tusome 15:11 ginya hari agukwirwo tukinyeri. Luke 15:11. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu. Hapana. Luke 15 verse 11. Pole. Haya tusome. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali.
akatafanya mali zake huko kwa maisha ya usherati. Alipokuwa amekwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujisibisha kwa maganda alivyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kuzasha, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu tena. Fikisha hapo uende 29. Akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwanako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa ndugu yako alikuwa amekufa na sasa amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Amen. Bwana asifiwe. Ambia jirani yako, kuna mahala ambapo tumengojwa. Come on, ariria mundu umure ni kuri na kundu twetereirwo. Mure ni tuwe ni wagoire, no ni kuri na kundu twetereirwo. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba huyo kijana alienda akaitisha mali yake. Bwana asifiwe. Na maandiko yanasema ya kwamba akaenda karibu mali yake na makahaba. Bwana asifiwe. Lakini wakati alikaa akaona kana ya kwamba ninateseka, lakini kwetu nyumbani kuna vitu vingi sana na babangu. Bwana asifiwe. Ninataka kwenda haraka haraka, ni kwa sababu ya time. Bwana asifiwe. Lakini maandiko yanasema ya kwamba wakati alienda kwao, babake alipomuona alimkumbatia. Bwana asifiwe. Hau ni hodeda gukuratire ni wega kumenyega time and season. Bwana asifiwe. Wakati alienda kwao, babake alimtazama na akamkumbatia. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba kisha akachinjiwa ng'ombe ndama iliyokubwa sana. Bwana asifiwe. Wakati ndugu yake alipokuwa akikuja, akasikia makelele kwao nyumbani. Bwana asifiwe. Naye hakuingia, akashindwa ya kwamba niki gwito kurathie na mbere, ndinatigirira kwina undu wikuo, no ni kuri na ndogo iratoga, ni tandu ni kindu kirathinjwo. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba wakati alikaribia hata hakuingia, akaita mtu mmoja wa kwao kazini. Bwana asifiwe. Na wakati alimuita, maandiko yanasema ya kwamba alimuuliza nini inaendelea, naye akamwambia ni yule ndugu yako ambaye alikuwa amepotea amerudi. Bwana asifiwe. Nataka kukwambia kwamba ninapoketi chini, kuna watu Mungu atakuondolea katika maisha yako ndiyo baraka yako ikufikie. Bwana asifiwe. Kuna vitu Mungu atakuondolea ndiyo baraka yako ikufikie. Kama huyo ndugu angekuwa nyumbani kwao, hangeweza kukaribisha ndugu yake. Bwana asifiwe. Lakini Mungu alimpa shughuli, akaenda mbali, ndiposa huyu kijana akaribisha nyumbani. Bwana asifiwe. Ni kuri maundu wikaga wonaga tari momega, no we nyiteire oguo muru na mwari wa ithe witu nduri kindu kuona, ni tandu nikio kiragiriria Ngai akunengere kiria kiri giaku. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba kuna mtu alikaa pale kisimani miaka 38. Bwana asifiwe. Miaka 38 si michache. Na wakati alikaa pale, mimi kama binadamu
ninyonaga mundu cio ni akuagwo kuhihwo mainaki. Bwana asifiwe. Lakini malaika akifika pale kisimani, akiingia, mtu akiwa wa kwanza ndiye alikuwa anaingia, anafanya nini? Anaponywa. Bwana asifiwe. Lakini miaka yake 38 ukafika. Bwana asifiwe. Nataka kukwambia kwamba mwaka wako unafika siku ya leo. Kila giothe wiririe Ngai witu ni arakuhe, no matter what. Lakini nikwambia kwamba lazima uache kitu ambao umejishikia. Mwathani arogocwo. No nginya urekanie na njuku, no nginya utigane na wiru, no nginya utigane na rumena, nigetha Ngai witu akunengere kiria kiri giaku. Bwana asifiwe sana. No nginya tutie kigongona giki nigetha gitigatwaragiriria. Bwana asifiwe. Lazima tutii haya madhabahu ndiposi yaweze kutunenea. Bwana asifiwe. Mungu wetu uzima wabariki na watende mambo mema, na ninawapenda sana. Makofi kwa mchungaji. Mtumishi wa Mungu, Yes, mahala hapa kuna Mungu. Amen. Na kuna mahala Mungu anakupeleka. Amen. Na sitawahi itwa hapa nikose kukuja. Manake hapa nimetoka na kitu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nawe dada wa pale Gateigoro, nimeenda pale Gateigoro kuhubiri na nigukorwa gwikurito muno kundu kou. Bwana asifiwe. Pale kuna ungumu kwa pale. Lakini Mungu atawapa nguvu na kale kakiti lazima katateremka chini. Bwana asifiwe. Na Mungu lazima atajulikana pale. Lazima tutakuja pale na tuambia kwamba kuna Mungu utenda. Bwana asifiwe. Bwana wabariki sana na watende mema. Mpigieni makofi mchungaji. Thank you very much. Thank you kwa kukuja. Mungu awabariki sana. May God bless you. Uko Gateigoro mnasema ni kugumu. Mimi sikuona kukiwa kugumu. Ama waliona kukiwa kugumu? Si watu waliokoka na hatu kuhubiri. Tulisimama tu tukaita watu wakuje na wakaokoka. Walikuwa ngapi? 21. Sasa unasema ni kugumu aje? Tuliteremsha kiti. Kama bado kiti yako iko huko juu, hiyo ni yako. Na utatuambia unafanya nini nayo huko juu. Kiti tuliteremsha iko chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And we thank God because of that. Thank you my brother for being here. Nataka kusoma, alafu kuna wengine pia tutawa introduce after some few minutes. Let me read the word of God, then turudi kwa the next move ambayo Mungu atatuelekeza. I was juzi nilikuwa nimelala hapa kwenye ofisi yangu. Sometimes I sleep there. I saw a dream. And this dream was a strange but was confirmed today by somebody who is in Australia. That somebody I've never seen him. I've never seen her. She just called me and told me that I saw a huge tree. Mti mkubwa kabisa, ilikuwa mti mkubwa. Ilikuwa imekamata Nairobi mzima, mti kama ile mugumo. Lakini ilikuwa imeshika kama CBD yote, kimuti kikubwa kimepanda juu. Alafu it had the canopies zilikuwa zimetambaa kote. But the strangest thing niliona, mti mwenyewe ulikuwa umesaraudiwa na vitu nyingi. Zilikuwa kuna manyoka, kulikuwa kuna wanyama tofauti tofauti. Nikiwa mahali hapo nikasikia sauti ya Mungu ikiniambia ya kwamba huu mti naenda kuung'oa. Na nitakapoung'oa kila mtu atajua nimeung'oa, maana huu ndio the principality ambayo imeshika mji wa Nairobi. Now today as I was in my office, I received a call from New York. And this was a lady from New York. Her name is Ebla. Akaniambia ya kwamba God, as God spoke to you, that's her statement. As God spoke to you, the tree is fallen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. The tree is what? The tree is fallen, meaning that Nairobi and Kenya has been handed over to Christianity. Previously ilikuwa ya Freemasons, but now we have taken over. Bwana Yesu asifiwe sana. Kenya has been handed over to who? To Christianity, from the hands of the Freemasons, because the Freemasons were running the country. Hii miaka yote mmekuwa mkiona, and that is why I've been doing a lot of exposés tukiwa na Mboya na my friend here, because all the truth must be revealed so that the country can be free. We are creating a platform for the revival of the gospel of Jesus Christ. Kenya has been anointed.
Every person in Kenya is going to be anointed powerfully. Ministers of the word are going to be anointed powerfully, and we are going to shake this world like nobody's business. Say my amen. Mwambie mwenzako, I'm the one that is going to shake this world. Najua uzuri wa Kristo, hawajui kutap anointing wakati neno linasemwa. That is the best thing we find in Christians, because they are wanakuanga wahambo, wazuri, hawajui neno linaposemwa wanakuanga tu hambo. Lakini wa Kristo wa Kenya, enda Nigeria upate wa Kristo wa Nigeria. Unajua the best thing again with Nigerians, kama mtu ni mchawi, havichangi, anawekaga uchawi yake kwa soko na anauza. Na anasema hii inamalizaga mtu in 5 days. Hii inamalizaga mtu in 2 days. Ukitaka mtu akue paralyze ni hii. Ukitaka mtu akiwa kitembea hivi ni hii. Openly. Na Mkristo wa Nigeria ni Mkristo kamili. Na anayetangaza injili kamili wasi. Lakini kuja upate wa Kristo wa Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata shetani atawakataa. Kwa sababu hukuagi kwa shetani na hukuagi kwa Mungu. Unakuaga tu hivi na huko mahali kwingine hivi, mara nyingine yuko hivi, unakaa hivi. Mwambie mwenzako tubadilike sasa. Tangaza msimamo. Mwambie mwenzako tangaza msimamo. There is no middle ground when it comes to salvation. You must be saved fully. You must be saved fully. You must stand with the word of God. If you are a Christian, be a Christian. If you are a devil worshipper, wacha kukaa kwa Kristo. Wewe unajiita na ushuhuda mrefu. Mama mwingine amenipigia leo simu kusema ati alikuwa ananisalimia, ameona namba yangu kwa YouTube. Sasa akasema, mimi naogopa kukuambia mwadhani ya gosho kwa sababu ulisema hutaki watu wa ushuhuda. Hakika mimi sitaki mtu wa ushuhuda. Ushuhuda yako kaa nayo. What for? Na wewe ni hypocrite. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kazi yako ni kuduga watu. Lakini ushuhuda, mwadhani ya gosho. Ede muhona kujezo ni mwadhani kumagotida na kumakurara. Hicho ni shia kupeleka kwako. Nataka kuona matunda. We shall know them by what? By their fruits. Don't tell us. We shall know you by your fruits. And that is the only thing that can change our lives. That is the only thing that can make us succeed in life. That is the only thing. Wakati mimi nilikuwa Mongeke nilijitakasa wasiwasi. Lakini hakuna mtu hakudijua Kenya hii. Na kama tulisema tunaigia Dadora, tulikuwa tunaigia Dadora na watu wanajua tumeigia vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatukuwa tunaenda vuguvugu ati anaonekana ni kama wao, si kama wao. Na wakati nilitoka kabisa na mizizi. Na nikasema nitatangaza injili. Na ninatangaza injili bila kuogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most important thing. I'm speaking this because I am so overwhelmed by the love of Jesus Christ and what God has done. A drastic move. When I had my brother here akisema, you must know your season. In this church we've been preaching the book of Exodus. The book of Exodus is full of the miracles of God. It is God-driven. It is God-driven move that Moses did miracles not because he was special, not because he was so important, not because he was so educated, but God wanted just to use him for the glory of the kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why he will be told, umeshika nini kwa mkono? Then he will be told, angusha hiyo mti na huyo mti inakuwa nyoka na inameza nyoka zile zingine. Akaulizwa tena ni nini uko nayo? Akasema niko na kijiti. Akaambiwa gonga maji. Na akagonga maji na barabara ikatengenezeka na wakavuka upande ule mwingine. It is very important and very powerful kuweza kujielewa. In time you must be in season every time. And to be in season is to understand the principles of the kingdom of the time. Bwana Yesu asifiwe sana. If you understand the principles that you must be in time, be in season, and be in place. Hallelujah. You must be what? Be in time, be in season, and be in place. Lazima. If you're in the proper timing of God, now ukwe in the wrong place, you won't get it no matter how prayerful you are. You may be in the right place, but in the wrong timing. When I asifiwe sana, you won't make it. You may be in the right season, doing the right thing, but in the wrong position. Still, you're going to fail. These three things must work together. You must be in the proper season, proper place, and the proper time. That is the time that God is going to anoint you and transfer you to his will.
I want to tell you and declare today, we are in the will of God. And very soon, God is moving us to a better, bigger place. And the world will know indeed that God is in Kenya. Hallelujah. God is going to lift each one of you for having been obedient to listen and to wait upon him. God is going to change your direction of your ministry. God is going to change the direction of your family. God is going to change the direction of your thinking. God is going to change the direction of what you stand for. And God is going to make it that the dream you've ever dreamed to become will become now. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama mnanielewa hivyo. I was prophesying for you so that muelewe ya kwamba we are moving to the next level of our ministry. Now Jacob, that is the book of Genesis 37. Now Jacob dwelt in the land where his father was a stranger, in the land of Canaan. This is the history of Jacob. Ask your neighbor, what is your history? So unaona sasa wa Kristo. What is your history? Na unaangalia kwa kwingine. Mwangalie kimacho, mwambie what is your history? Historia yako ni gani? Umetoka wapi? Tutakujua aje? Bwana Yesu asifiwe sana. Andika historia yako. Hiyo ndio kuandika kioneki. Andika historia yako, watu wakujue, so that we can know what is your background. What powers you to be where you are. Ni nguvu gani hii imekulete ukafika hapa? What is your history? Your history is that I was born in a family that was very poor, but God has lifted me mpaka hapa nimefika. Your history ni kwamba mimi nilikuwa shokora, lakini sasa mimi nakulaga na kings. Your history is that I used to sleep chini bila chochote, but nowadays I'm driving a car. That is my history. My history ni kuwa uliokoka 1999. Bwana Yesu asifiwe sana. 1999. Mimi hata sikuwa najua kama kuna kuaga na Yesu. Siku hiyo tulikuwa tunaita Yesu ni muisi wa bao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tunaita, mimi najua tulikuwa tunajitambulisha, tusema mimi nijita Dora, Dora ne warige na Jerage, Jerage na Akimani, Jerage na mabi kwa makakiti matabuloketi yago, hakatakate dirona buroka, dirono. Sasa hiyo buroka alikuwa Yesu. Oh my God. And then you are preaching the same word. And now we are together preaching the same word. Hallelujah. Now Jacob dwelled in the land where his father was a stranger. Jacob dwelled in a land where his father was what? Alikuwa stranger. Ni mtu kuwa stranger in a land you are a stranger. It is a land that you don't understand what you are. Where you are a stranger is a place where you don't recognize. You are not recognized. You don't even recognize yourself. Haujijui, haujulikani. Wewe tu unakaa tu hivi. Vile tu utaabiwa ndivyo kutaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tell your neighbor, I'm not a stranger in this land. Mimi si stranger in this land. Where his father was a stranger in the land of Canaan. This is the history of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brothers. And the lad was with the sons of Bilhah and the sons of Silpha, his father's wife. And Joseph brought a bad report to his father. Joseph brought what? A bad report. What is this bad report? This bad report is a dream that one day this is what will happen in my life. One day this is what will happen to somebody else. I want to tell you, there is no good report when it comes to your blessing. There is nothing that will be good to others when it comes to your blessing. People, watu wakikuangalia tu hivi wanakuonaga, wanatakaga ukae kwenye hiyo style umekaa. Lakini wakisikia siku moja utainuliwa, saa hiyo inakuwaga bad report.
Sasa hiyo ndio nakutaka Wakikuyu wakisema gai guyo ebesha takoma. Because they don't believe that God can have money. They believe it is only the devil that has money when you are blessed. But when you are walking in the poverty, they don't even want to recognize. But when God comes to bless you, that is when they will start associating you with the devil worshiping. That is when they associate you with being a thief. That is when they associate you with the bad things, because they don't believe that you want to become somebody sometimes. Many people, they don't know your destiny. That is why they are unable. That is why they are unable to associate you with God. That is why they are unable to associate you with the prosperity from God. That is why they are not able to associate you with what you can become. What they can be easily associate you with, it is the physical part of your body, that you are just an ordinary person. You are just an ordinary woman. You are just an ordinary man whose future is not known, but only the secret of your future is known by God. And be glad that the secret of your success is only known by God, but not by people. Because if they knew your secret, they will sell you like Joseph was sold. They will want to kill you how they wanted to kill Joseph. But because the secret of God is only with God about your life, the secret of your life, it is only with God about your future. The secret of God, it is only with God, that He only knows where you are going to be tomorrow. Praise be the name of God. It is only God that knows tomorrow you are going to be a great preacher. Today you are a small preacher according to them, but tomorrow you'll be a great preacher. Today you are a poor woman, but tomorrow you are going to be a rich woman. Today you are a poor man, but tomorrow you are going to be a rich one. Because He is going to cause something that will change the dynamics of your life. Things that will come and transform what you are and make you a new thing altogether. When I was a chokora, sisi ndio tulianzisha ile kitu ya dumping site ya Dandora. Nilikuwa chokora na nilikuwaga na kuta guru na kigunia. Tunavaa ile compact ya machokora. Those days, if God is for you, if God said, before you were born, I knew you, I had set you apart, I consecrated you and anointed you for the greatness of God, I want to tell you, nothing will stop you from becoming. You will be leader despite the circumstance that you are in. You will be leading despite the situation you are in. It doesn't matter what kind of a situation you are. It doesn't matter what kind of a position you are. It doesn't matter what kind of parents you have. It doesn't matter what situation you are in. But what matters to God, if you are born a leader, you will still be a leader. If you are born a conqueror, you still conquer. You are born a winner, you are still going to win. No matter in whatever position you are still going to win. I used to charge every lorry ambayo ilikuwa inapeleka takataka huko nikiwa na guru. Kila lorry kuingia huko ilikuwa inatoa 50 bob. Kwangu inaletwa kwangu na niko na jeshi yangu. Na sasa hiyo niko na guru. Na wewe huko nje na gushononeini. Hallelujah. Ukagage chokora keu. If you are a leader, God must provide the leadership skills in every move of your life. Don't worry of that situation you are in. Jani imekufeka. In that place, in that position, in that situation you are in, God is preparing you to magnify you, to lift you up, because He is writing a testimony about your life. Don't worry about what is happening. Tell your neighbor, don't worry. They may have written you off. They may have said you are not going to make it. But one thing I want to tell you, I found you in Kiandutu. Kiandutu, that is where I had the largest group of Mungiki. But I want to tell you one thing. I went back there to preach. Pastors and bishops there, they said, I cannot preach there because Mungiki will kill me. But you are my witness. It is Mungiki who guarded the podium. I went and picked them and told them, you are going to guard this, because I belong to you, you belong to me, and we belong to God. And at the end of the day, they came to this church here in Nairobi because they didn't want you to see them getting saved. And they came and got saved in this church. Hallelujah. So do not despise the beginning of anything. Do not despise the beginning and the ending of anything, because it is only God who knows the beginning and how it is going to end. It is not you. You are not in a position of knowing anything. You are not in a position of understanding any person's move. What you need to do is that mind your game.
and mind your reasoning, mind your plans, because anything that God plans for you will come to pass. Beatrice, onogerarira omuthe urararira omuthe tondu niwiritwo fast ukarega. Bwana Yesu, ukisikia mtu akikupigia simu niko njaa na sina kitu ya kupatia watoto, mwambie God bless you, tafuta kikombe ya maji ukunywe. Because you are supposed to be fasting that night, but you refuse. God will even force your children to fast with you so that they can make the process move a little bit faster. Hallelujah. Some other things that happen to us, they are meant to move us faster, to make us move closer to our destiny. But because we don't know this destiny, we keep arguing with these destinies because we don't understand them. Until you understand, the situation you are in is a preparation to make you move closer to your destiny. There is nothing, Bible says, all things work together for good. Nothing, even if, all things work together. Everything works together. I was sharing a story with this gentleman when I was a Muslim, and I had run away from Nairobi because the minister for then internal security, Julius Sunkuri, alisema shoot Waruenge on site. Na akapatiana 40 million over my head. And when this statement came, it was breaking news kwa TV. Na tulikuwa kwa nyumba tukikula chakula. Ilikuwa inapikwa. Sasa we were in the sitting room watching as we were waiting for the people who are preparing the meal to bring the meal. Then it was announced breaking news. Ikakuja. Kama ile kakitu kanakujaga kanatembea hivi kanasema breaking news. Then you see police in hot pursuit of the most dangerous Mungiki leader. And now we were two leaders, Maina and me. Then I thought, mimi akili yangu ikaniambia ni Maina. I said, it can't be me. Kona ndura Waruenge. Then Sunkuri comes. Shoot Waruenge on site. So the criminals were given a lead. Wakapatiwa barua. Wakabe, use your gun. Assist us to remove this element from amongst us. Hallelujah. Muizi aliabiwa, tumia buduki na tutakupatia 40 million. 40 million is there for you. As I was seated, I was with my security team and my advisors, and my wife was there, and then I could see everybody looked at me. Yani ile mtu anakuchukulia tu na kuangalia kutoka kwa mguu akipanda hivi. Na anaangalia TV, wananiangalia alafu wanaangalia TV kwa sababu imeandikwa pale 40 million kwa kichwa ya huyu jamaa. Sasa nikaangalia bodyguard, nikaangalia huyu mtu mwingine. Kila mtu, everybody ananikuangalia kutoka kwa kiatu akipanda hivi. Sasa akili ya ile Mungu shetani alinipatia ya kwanza, aliniambia hawa watu wanauliza kumbe huyu mtu anaweza kuwa 40 million. Hallelujah. Ugo kimudu giki no kiume 40 million. I want to tell you, whatever they mention about you, it is the position you are in. Whatever the value they give about you, it is the value at that point that you are at. Because you are going to move another level. They are going to move because they saw this man is an equivalent of 40 million. So, if we kill this man, we give out 40 million. Hallelujah. Wakati niliwaangalia na the way waliniangalia na sura baya, wakaniangalia nikaona kwanza ile mtu alinistua kabisa kwa wote ni mke wako. Huyu ndio alinistua. Kwa sababu tunakuwa na yeye kila siku. Hata kwa bedi tuko na yeye. Lakini venye ameniangalia ni kama ni kiumbe kipya kimeteremka kutoka mbinguni. Na nikaona huyu mtu ataniuza wa kwanza ni huyu. Hai, niliacha simu yangu na kila kitu. Nikaingia bedroom nikachukua 300,000. Nikaruka kwa fence, sikupitia kwa gate. Nikaruka kwa fence, nikatoroka. Ndio nilienda Mombasa. Nilitoka hapo nikaingia basi ya Mombasa, nikavaa nilikuwa na ndefu. Na ndefu nilikuwa nimetengeneza, nikatengeneza ndefu kama zile za watu mrefu hivi, za kama nikakaa kama kondoo. Nikatoka hapo na sasa na nywele nyingine ikakuwa mrefu, nikakuwa mtu mzuri ako na madevu. Nikaenda mpaka Mombasa. Nilipoenda Mombasa akili ya kwanza iliniingia. Kwa sababu nikitoka hapa nikienda huko, niliangalia Waislamu kwa basi wenye wanaongea wakikula miraa, wanaongea vizuri, naona wanapendana vizuri. Nikaona I think these are the right people to be with. God will direct you where you will find refuge. Because God says, I am the refuge that you need. Just trust on him. Just have that faith in God. He will cause something to happen that will cause everybody to be amazed.
It was not my idea, but I got into the bus. Nikateremuka Mombasa. When I was in Mombasa, the first thing that happened to me and the thought came into my mind, I said, they are announcing, niko na madevu Mombasa, hakuna mtu ananijua, niko na madevu na kila kitu. What I did, I decided to get into a mosque. Na ile mosque ya kwanza niliingia ile tango Sakina Mosque. Nikaingia huko ndani na nikaenda kwa choo nikaosha, kwa sababu huwezi kuingia, najua nyinyi wa Kristo ndio mnaingia kwa kanisa na viatu na kila kitu. Huko unatoa viatu unaacha huko nje, alafu unaosha, unaingia unakaa hapo unaosha miguu. Niliwaangalia venye wanafanya wakaosha miguu, alafu kiosha miguu unaosha mdomo, alafu kiosha mdomo, kwa sababu nyumba ya Mungu hufai kuingia ukiwa mchafu kwa njia yote ile. Unaosha mpaka mdomo, unaosha mpaka masikio vizuri, unaosha. Alafu sasa unaenda unakukuko, unapiga modulu, unasema rasulullah ina laha ilahi Muhammadan. Sasa unafanya gedeke, unafanya hivi, unafanya hivi, unafanya hivi, unafanya hivi. Sasa Allahu akbar. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaingia. Sasa nilienda kwa wakubwa straight. Nikaenda nikatoa madevu zangu, nikawaambia mimi ndio naitwa Dora. Waliponiona wakafurahi, wakaruka, wakasema takbir. Allahu akbar, takbir. Ile ni Bwana Yesu asifiwe sana ya huko sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawaambia mimi nimekuja nataka kuwa Muislamu. Immediately ni hawakujali wenye nimekuja, hawakustuka. Ile kitu waliona, ili kile kitu watu wa huko ingine hawakukiona, lakini suguri alikuwa ameona huyu mtu ni 40 million ya above. Hallelujah. Waislamu wakasema takbir. Na alafu Mombasa mzima radio call zikapigwa huko. Na nikaenda nikaobewa, nikafanyiwa urasuda, nikafanya hivi, nikafundishwa. The following day nikapelekwa madrasa, nikaanza kufundishwa mila na tamaduni za kitabu kinaitwa Quran tukufu. As I was being trained, I learned that these people, they have a very powerful agenda towards their God. They have a very powerful, very well planned. Wako na plani mrefu na mzuri na kujipanga na venye kutaenda. Walianza kunifundisha venye nitajua kusoma Quran takatifu, mienendo na tabia na mila ya Quran. But come to a Christian. Huyu uko na kanisa kake, huyu yako na kanisa kake. Wewe ndio murutaka ni wako Rumania. Nanyiwe mwe twende Sayuni, twende Sayuni. Iko jitete kero hiyo. Twende Sayuni, twende. Let me tell you, that is the most dangerous thing you can ever be. That is why we have been defeated. Hiyo agenda walikuwa na waliniambia, kwa sababu immediately nilikuwa Muislamu, nilipelekwa mahali panaitwa Lamu. Kulikuwa na msikiti mwingine huko Lamu. Na mtu ya kwanza kukutana na, imagine, mtu ya kwanza ambaye nilipelekwa kwake alikuwa Osama bin Laden. Na tukakaa chini. Sasa akaniambia, akanipatia venye they are going to empower me to make the entire Kenya Muslim state. Wakati niliokoka watu walisema mimi ni kujificha, nimejificha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walinishangilia kwa sababu radio, CNN, BBC na kila kitu ilitagasa. Sasa ilikuwa celebration Kenya mzima ameokoka. But celebration was short lived. Because walisema osho manoa ekurago. Kai. Osho atuashia kumugike dumago no ekurago. Au yatauliwa tu. Mugike itokagwe. Mimi nilienda kwa huyu baba yangu hapa. Nilipoenda nikaokoka na nikakaa huko, nikashangiliwa, nikapendelelewa. Halafu wakaokoja wa Kristo. Na tulikuwa tunaimba kwa wimbo kazuri sana. Niko chini ya mwamba juu yangu, Yesu nifiche. Wambia niko chini, Yesu niko chini. Sasa niko chini ya mwamba, na nikajua hivyo. Wakaniambia hiyo wimbo, nikajua niko chini ya mwamba, kwa sababu nilikuwa najua Mugeki wananitafuta. Mugeki sasa hiyo wako kwangu, wamechoma nyumba, wamechoma magari, wamechoma kila kitu. Na sasa nikajua because niko chini ya mwamba hawataniona. Watu wa kwanza kunionyesha hakuna mwamba walikuwa wa Kristo. Walisema ukiona mtu huyu hajauliwa bado ni Mugeki. Kwa hivyo saini ya kwanza wao kujua nimeokoka ni mimi kunyogwa. Ndio wakuje waseme teri oshoke teri
na muhu ushoke muhu, alafu waaguke kwa sababu ya kusirahi. After 3 minutes later, wao walikuwa mesirahi, ndio wanaulizaga, wanasema andu a Nairobi mabangira ini mwena oyo, na andu aku magicagi mwambe mweterere andu a Nairobi makibange nigetha ageni aitu makirie wega. Wao watu walikuwa mianguka, ndio nakuta kwa laini ameshika kisahani. Baada ya hapo wanauliza na nyama ehereire ku. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako tubadilishe. For us to win this battle, mwambie mwenzako tubadilishe. Tubadilishe tukue wa Kristo kamili. Do not fight that brother with us. You need that brother. If we had 1% ya upendo ya watu ya ba kwa kanisa, 1% ya watu ya ba, unaigiaga tu ba hivi. Ukikia tu kwa mlango unasikia mnaneleka. Wewe itakuja. Patia yule ile kitu anataka, na haujakaa chini. Haujakaa chini. Na sasa hiyo unakunywa kiviceroy kia 800 na ajali. Unasikia mwingine mpatie ile kitu, unakuta maviceroy 6 ya 800 ya 800 ya 1000 inaanguka. Huko kukuira haja ni ngaragu. Na ukwenda kwa shilingi 20 cha kuthikulia mudhufu wa bosho kiada. Nego Beatrice, utakufia kanisani. Na ukienda kuomba, unaona huyo mtu, si nilisema huyu anakuwa devil worshiper. Si unaona anaitisha pesa dia peleke huko. Apia mwenzako tubadilishe. If we can only have 1% ya walevi, 1% peke yake, Christian will conquer and Jesus will come like tomorrow. Because it is we who have failed Jesus. Tumemzuia kukuja. Alisema mkiidhirania dunia mzima ishikane vizuri na muniitikie nitakuja. Sasa angalia, niambie. Nyinyi wenyewe hamujasikilizana. Na hata hamujaingia kwa washaina. Hamujaingia kwa wahidi. Na nyinyi wenyewe sasa Yesu atakuja kweli? Nikiomogo kunyonelena. Haleluya. Nikiomogo kunyoneke. Nithina tondu murie thina nigetha mumumenye mushoke. Tore toni akomire. No roho aragucia. Ndona no roho aragucia. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Igoro rirauga atia? Bingu inasemaje? Bingu iko na ripoti. And they were living in this land as strangers, just like we are. We are living in this land like strangers. And when you are a stranger, I remember one day when I was a refugee in Rwanda. Wakati nilikuwa Mozambique then. Nikiwa huko tulipelekwa refugee camp and we were all strangers and we loved each other. Kuna watu wa DRC walikuwa huko, kuna watu wa South Africa walikuwa huko, kuna watu from all parts of the country, parts of Southern Africa. They were all there, but we were all brothers. When the Kakuma pale Turkana, you find those people, they come from different nations, different countries, different cultures, but they love one another because of what? Of the situation that they are in. That is what I'm speaking, I'm telling you today. That change the attitude you have, and God will put power unto you. If you walk the way God wants you to walk, your season will be proper. If you walk the way God wants you to walk, your time will be proper. If you walk the way God wants you to walk, your blessings will be proper. I want to tell you, mark this day. Mark this day. This marks the transition of this ministry to be a global ministry. Hallelujah. As it is becoming the global ministry, you too are going to become global residents in this world. That you'll be recognized. People will travel from the United States. People will travel from Australia to come and just see you because they know you are carrying a blessing that they are looking for. People watalipa matiketi wakikuja kwa sababu wanataka kuja kwako. Nilikuwa naangalia picha zingine tulipigwa. There's a time I was in Nigeria. Nilikuwa nimeenda kutembelea. Wakati niliona Wakristo wa Kenya, you cannot be able to walk with them. I thought of going to Nigeria. And I went to TB Joshua's. Najua watu wengi wapende TB Joshua. Kisikia mtu wa TB Joshua, unaona mtu anaanza kai. Ali Nigeria kwa TB Joshua. Hicho ni mtu wa kai kweli. Hicho ni mtu wa Kikuyu. Hicho ni mtu wa kai kweli. Kai. Sasa jiwa na mama devil. Na saa hiyo mtu anasema TB Joshua ni mama devil. TB Joshua kanisa yake iko na 100,000 sita kukaa. Watu wamekaa chini 100,000. Na wewe umengangana, huu ni miaka yako ya 15.
Uikara na ciana ciaku na we na muthuri waku ni orire kanitheo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unachaji mtu wako na watu 100,000 na dunia mzima akienda Colombia akienda wapi, stadium inajaanga kwa sababu yake. Na hapo unaenda kusema wewe ni shetani. Shame on you. Na kwako kanisa iko na watu 3. Na mlianza na bwana yako akatoroka akaona hapa amekauka. Umebaki na watoto wanakujaka tu kwa sababu yeye ni mama yao. Unakutoka macho na kwa macho hivi kwa jiba twende kanisa. Wanaenda lakini ukiwaangalia vizuri wako na simu ni kuchati wanachati. You are alone in that church. Alafu unaona mtu ako na watu 1,100 wanamfuata. Unasema ni devil worshiper. Wewe wa Mungu. Wewe hata wewe mwenyewe haujifuati because you are doubting. You are like Peter. Mwenye aliambiwa kanyaga maji kuja akadoubt kidogo. Unaenda na wewe kaka. Ndio na kai kweli. Ndio na kai bado niko na Mungu kweli. Kwa sababu kamekauka na radi road yako kwa kwanza ile nyumba umekomboa dia radi si radi road ni yake ateka. Ndio huyo kwa mlango anakuja kasa tena za mama. Ulisema hamtalipa. Sasa ukiona nyumba si yako unapenda kwa wakona bind every spirit of caretaker. I bind every spirit. Sasa hiyo huwezi kuibaiti. Spirit ya caretaker huwezi kuibaiti. Wewe ndio unabaidiwa. Anakoja tu utoke anaweka kufuri. Unakuwa binded. Bwana Yesu asifiwe sana. We must change our attitude for God to bless us. We must change the way we approach the word of God. We must change the way we become Christians. Christianity is not stupidity. Christianity is not kuwa wajinga. When you see politicians wakikuja Thika, mnajaanga kwa kiwanja, mnakwenda huko kwa sababu wametangaza mikutano, wametumia matelevisheni, wametumia maredio, wametumia road show, kila kitu that is within their disposal. They are doing it to the perfection of what they want. But ukikuja sasa nikukwambia tuanze kufanya kazi, unasema oyo ni wila wake, ukenda kai ni wewe utagira wila wake. Wacha ujinga, panga kazi ya Mungu na ufanye kazi jinsi unavyofanya wale wengine wanafanya. Glorify your God. I happened also to be in a meeting in Abuja where they had kitu inaitwa Abuja Declaration. Abuja Declaration, mwende mgugu musome Abuja Declaration. Ni Waislamu walikaa wa dunia mzima wakapanga jinsi watakamata Afrika mzima. Wakapanga kitu ya kwanza kushika Afrika. Wakafanya hesabu yao wakaona they are less. They are what? They are less. So ikapitishwa wakatengeneza chama inaitwa Muslim Brotherhood. Wakachanga pesa wakaweka kando. Na wakaambia kila mwanaume atafute mabibi waine kwenda juu. Ndio nawaambiaga mimi niko na watoto wengi mnasema ati mudhikiraria na hatuhujeria. Nitawahubiria tu na hawa watoto wote. Na ukienda huko Mchochoro, ukienda Kariobagi ama uende Dodora, ukutane na katoto kananifanana. Uone kweli kananifanana, niletee. Ni possible wako. Ni possible. Hata uende Tanzania Arusha, ni possible unaweza kutana na mtoto yako. That is how busy I was. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukimpata tu niletee. I love my children. I stay with my children. I have over 21 of them. My blood. Waislamu walikaa chini wakasema wasaidie kila mwanaume akuwe na wanawake zaidi ya 5, 4, 8, ukiweza hata 10. Na uzae zaidi ya watoto 8. That is a plan. And it has worked for them. Na hiyo walipanga 30 years ago. Saa hiyo ndio Wakikuyu mlikuwa Noro Plant, Shidano na nini kingine. Na ile kitu kingine mnaweka huko ndani ya kuzuia uzazi. Wao wakipanga kuzaa watoto 8, mwanaume mmoja anakuwa na watoto 80, wao unazaka moja ama 2. Na kale katatoka kwa sababu ya hizo shidano na hiyo Noro Plant na hiyo kitu kingine. Kanakotaka kakiwa na homa ya ishagi, kanakohoaga kama tika kilima. Bwana Yesu asifiwe sana. And now you are planning to defeat these people, to fight with these people. There is no way you will fight them. They had a plan. Mwambie mwenzako, I need a plan. Bwana Yesu asifiwe sana.
I need a plan. Hata kwa ministry yako, kwa familia yako, kwa kazi yako, in everything that you're doing, God tells you, adeka kioneki na ndemu nene. That is the plan. What plan do you have? For you to exist in this world, God says, before you were born, I knew you. I had set you apart, then consecrated you, then anointed you to become a prophet unto the nation. That's the plan. That is why you are called a master plan of God. Hawa watu wamepanga na wakajipanga. First thing walisema, we raise our population. As we raise our population, wakatafuta mavisa mingi sana ndio waende Ulaya. Wakienda Ulaya, wanaenda, wakipata visa ya kwenda Ulaya, waende wakao huko watoto 12, 15. Kule mtoto wa kule Ulaya, watoto wanalipakwa. Inatakwa child care. Kila mtoto $2,000 kila mwisho wa mwezi. Huko na watoto 10. Unapatiwa dola ngapi? $20,000. Na wewe bado unafanya kazi na mke wako anafanya kazi. Na huyo mke mwingine anafanya kazi. Huko na wanawake 7 ambao wote wanafanya kazi. Wako na watoto 10. Hao ni watoto wangapi? 70 times $2,000, $140. It is a plan. Sema it's a plan. Alafu hiyo pesa ndio walikuwa kituma wapi? Na ile kitu inaitwa dafsha. Ile hawa kutuma pesa. Something. Hiyo kitu yao dabu hili kitu kama hiyo. Wanatuma pesa, wakituma hapa wananunua mapetrol station. Wakituma hapa wanafukuza, wananunua manyumba zenu. Wakituma hapa wananunua biashara zenu. Wakituma hapa wananunua kila kitu. Wamechukua Nairobi ama hawajachukua? Wamechukua. Hao ndio wanajua jinsi Abraham aliambiwa, mahali utakanyagisha mguu yako una possess. Ukikanyagisha possess. Leo mwikana kama refugee, mnakaa as strangers. They have taken over. Your businesses are kule Kigajo, si wamechukua? Town ya Thika si wamechukua? Tumuidira mtoto, tumushimali toto. Hawakuwanyang'anya, walikupatia pesa, wakakutoa kwa sababu wanajua you don't have a plan. Hata hiyo pesa utawarudishia. Nilikuwa nikienda China, unakuta China ndege mzima ya 320 people. Unakuta Wakikuyu ni 300. Wahindi na wengine ni 10. Wasomali ni 3. Hawa Wasomali wamebeba 1 billion. Wanaenda kununua maguo. Wanaleta isiri. Wametumwa na watu community mzima. Wanakuja wanagawana. Hii ndege ingine mzima ya Wakikuyu wameenda kununua vitu za shilingi 10,000. Walete hapa. Juu nakutaka nguo ya Mkikuyu inauzwa pesa ngapi? Shilingi 3,000. The same nguo ya Muislamu inauzwa shilingi 300. Kwa sababu yule alienda kwa factory, huyu alienda Marigiti. Mwambie mwenzako, you need to have a plan. We need to have a plan for you to succeed in ministry. I'm talking about this, about ministry. For us to conquer, for us to change, for us to succeed, we must have a plan. Don't stop. Wacha kudunga huyo pastor mwingine ati kwa sababu kuna kanisa. Sisi tulichoma makanisa zaidi, tulivunja makanisa zaidi ya 30. Na ili tulikuwa tunapatiwa pesa na pastor huyu tubomoe kanisa ya huyu. Pastor huyu anasema pastor huyu amekuja kuninyang'anya washirika. So then nowadays ndio najiulizaga, kwani we are 7 billion people. Na hiyo kanisa kwa huyo mpasta kalikuwa na watu 20. Bwana asifiwe sana. Na yule amekuja kunyang'anyana naye alikuwa na watu 10. Lakini kanisa imebomolewa kwa sababu ya hawa watu 10 ndio warudi kwa huyu. Is that abnormality ama ni ugonjwa? That sickness. That sickness. Hata sio shetani. Huyo hata mtu hata shetani atamwambia, ataenda, mimi sikutumana vitu kama hizi. Hawa ni wajika zaidi hata kuniliko. Bwana Yesu asifiwe sana. We need to change the way you look at things. You need to change the way you walk yourself. You need to change na kukaa na ujue. In this world, it was given to you that you may conquer. The Bible says in the book of Genesis 1 verse number 27 that you subdue the earth. You take dominion, and he gave you everything that you need for you to conquer. God has given you. Na akasema wacha tutengeneze mtu aliye na mfano wetu. In our own likeness they made a human being.
And this human being was given dominion. Na akaambiwa, you will, wherever you go, subdue the earth, have the dominion, and make everything be fruitful and multiply. Christianity is supposed to be a multiplication. Christianity is supposed to be love. Christianity is about to be caring. Christianity is about working together as brothers. We are all one bond of Jesus Christ. He shed his own blood. He was given out a sacrifice for our redemption. Praise be the name of God. And that is only what will make us succeed. That is what only will make us move to the next level. You will never succeed, I'm telling you, if you are a backbiter. If you are praying for people's downfall in churches, if you are fighting and praying for downfall of dreams in places, you are not going to succeed, but you are going to be counted as an idiot in the heavenly kingdom. You will never succeed, I can assure you. Come on. That is why you are living on earth as a stranger, for failing to understand the greatness of God. The greatness, the day you will find that you are there for somebody else, that you live for somebody else, that you work for somebody else, but you move for somebody else, then I want to tell you, this world will be a peaceful world. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. I love you and I know my God loves you. May you be blessed. When you come in, be blessed. When you go out, be blessed. May your baskets be full. May your stores be full. May your enemies be scattered in Jesus' name. May every evil thought in you be dispersed. May every evil agenda in your life be dispersed. In Jesus' name. We are going to make it. Tell your neighbor, I'm going to make it. Tell your neighbor, I'm going to conquer because I am a conqueror. I'm going to win because I'm a master plan of my master. I'm going to make it because it is written, I will multiply and I will be fruitful. It is written that I'm going to subdue the earth to give it to me. It is written, dominion, I have it. In Jesus' name. God bless you. So Beatrice, Bwana Yesu asifiwe. Please the Lord. Natumai umbali huu tumebarikiwa. Sindio? We are blessed. Praise the Lord. Ili tuweze kumpatia mwimbaji wa kwanza atuimbie, naomba nimkaribishe Pastor Jane from Ruiru atusalamie, na nimtangaze, nimwambia kwamba kesha yetu ya mwisho wa mwezi, she will be our guest speaker. Pastor Jane from Ruiru, tumpigie makofi anapokuja kutusalimu. Tumpigie makofi mazuri. Prince anapojiandaa kutupa wimbo, Prince Steve, and we have karaoke Karis. Amen. Amen. Hallelujah. Mwadhani ya gosho. Bwana asifiwe. Kwani umerara? Ambia mwenzako wewe usirare saa hii. Usijaribu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Namfurahia huyu Bwana kwa sababu ameniokoa. Amenilinda, ametenda wema. Bwana asifiwe. Natukuza huyu Bwana kutoka mahala tulianza mpaka saa hii. Nasikia sasa ninaenda nikijaa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kuna maneno ya nguvu. Ya yule mtu ameokoka. Ya yule mtu ndani yake kunayo huduma. Ya yule mtu anatafuta Bwana. Kwa hivyo kuna jambo jipya ndani yake linaenda likiwekwa. Mahali alikuwa amepungua, saa hii amejazwa. Gonga mwenzako mwambie umejazwa. Umejazwa. Hallelujah.
Bwana asifiwe. Wakati mchungaji alikuwa ananena, nimefikiria habari ya Ibrahimu na jinsi aliambiwa gojea. Haleluya. Aliambiwa wewe utagoja, maana wewe baadaye nitakufanya aliyebarikiwa. Utakuwa na uzao mwingi. Na akaambiwa toka nje, angalia kule juu, anza kuona zile nyota, anza kuona mchanga wa bahari. Uzao wako utakuwa vile. Nataka kukuambia siku ya leo, kuna mambo yatabadilika. Wakati utasikia vile neno linaendelea, kuna mabadiliko mpendwa. Kuna mambo tofauti yataonekana juu yako. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Ibrahimu akaambiwa toka nje, anza kuangalia. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Mchungaji amenena maneno na ikanitia nguvu. Nikasema wacha nitoke nje. Nianze kuona sasa vile Bwana atakavyonifanya. Ni wengi walisema hasitaweza kuendelea. Lakini nitatoka nje. Nitazame zile nyota. Nitazame zile nyota. Ibrahimu aliambiwa anza kuhesabu. Akasema haiwezekani. Nataka kukwambia baraka zako hautaweza kuzihesabu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hata huduma hautaweza kuhesabu. Wale watakuja katika mikono yako. Amen. Watakuwa wengi. Utawahudumia wengi. Utaombea wengi. Amen. Watapona wengi. Amen. Hautaweza kuhesabu, kwa sababu Bwana anasema tazama, toka nje, anza kuhesabu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amina. Hallelujah. Ibrahimu alijiuliza, nitakutakuaje? Akaambiwa nitakufanya baba wa taifa. Hallelujah. Saa hiyo hakuwa na mtoto. Bwana asifiwe. Labda unajiona unaona sasa itakuaje? Hallelujah. Amen. Mwaka unaenda. Mwaka unaenda. Na haijakuwa. Nataka kukuambia mwaka ni huu. Kabla mwaka kuisha, mambo yatakuwa yamebadilika. Kabla ya mwaka kuisha, lile jambo umekuwa ukiomba kutoka Januari hadi saa hii, kuna jambo jipya litatendeka. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo jua wakati ni mgani, nao wakati ni huu wa kubarikiwa na kuinuliwa. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ibrahimu akagojea, akaambiwa utakuwa aliyebarikiwa. Mungu ni mwaminifu. Jambo lolote analolisema kupitia watumishi wake linakuja linatimia. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba ati Ibrahimu alikoambiwa vile alikawia sana, na siku moja malaika wakapita mahali wakienda kule Sodoma na Gomora, wakapitia pale. Yule mzee alikuwa ametoka nje na akakaa pale mwaroni, alikuwa anatafakari, ni kweli Mungu alisema itakuwaje? Hallelujah. Jinsi unavyotafakari jioni ya leo, jinsi unavyotafakari saa hii, mambo yatakuwa namna gani? Nimekuja kukuambia mambo itakuwa sawa. Mambo yatakuwa sawa. Jambo lolote limekuwa ngumu, leo litakuwa sawa. Kwa sababu baba ako. Bwana Amen. Hallelujah. Maandiko inasema vizuri, akiwa pale akaona watu wawili, akawaambia hata kujeni, akawakaribisha, akawachinjia, akawapatia chakula, wakara wakashiba. Wakiwa pale wakaona goko titagokoragwo kana kwina gathina. Bwana asifiwe. Kuna dhina munene, kuna shida kubwa, hakuna mtu wa kutumwa. Bwana asifiwe. Wakasema mwaka kama huu. Ambia mwenzako mwaka kama huu. Mwaka kama huu. Siku kama ya leo. Dakika kama ya leo. Dakika kama ya leo. Utaitwa aliyebarikiwa. utaitwa aliyebarikiwa. Kwa hivyo chochote umeomba siku ya leo, mwaka kama huu, siku kama ya leo, utaitwa aliyebarikiwa. Chochote ulikuwa unataka, mwaka kama huu, siku kama ya leo, ataitwa aliyebarikiwa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sara akacheka.
Bwana asifiwe. Ona wakiuria gugathia atia gugathi uguo ero cio ngigugathi uguo hivyo itakuwa hivyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Sara alipocheka wakajua amecheka, lakini wakasema mwaka ka ila rathiro cio ngimwira mwaka toyo ngari iria wendaga, nyumba iria wendaga, maisha maria wendaga, mutumia uria wendaga, muthuri uria wendaga, mwaka toyo utakuwa aliyebarikiwa. Huduma iria wendaga, maundu maria wendaga, maisha maria wendaga, kanitha uria wendaga, mwaka toyo ataitwa aliyebarikiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo chochote unataka mwaka kama huu, siku kama ya leo, dakika kama hii, utakuwa umepata. Thank you. Bwana asifiwe. Ibrahim akaambiwa mwaka ka. Kwa hivyo jioni ya leo ukitoka hapa, anza kujitabiria. Sema kama mwaka kama huu, siku kama ya leo. Mmoja kile Saturday. Tarehe 12. Kwa hivyo mwaka kama huu, siku kama ya leo, nitaitwa aliye kiria nyendaga. Kenye ninataka. Je, wewe unataka nini? Maana kila unataka ndicho utapokea. Si Mungu awabariki. Akisiwatende vyema. Niko chini ya our Reverend Mary. Kwa hivyo niko huko Dodora. Na amenifundisha hivyo. Na ameniambia tuhubiri ukweli. Wakati mtumishi alikuwa anasema, neno likaja haraka sana. Na nikakumbuka maandiko inasema tafuta ufalme wa Mungu kwanza. Ngonga mwenzako mwambie tafuta ufalme wa Mungu kwanza. Na ninajua umetafuta maana umeokoka. Lakini kuna haki yake. Mali kuna shida ni haki. Ngonga mwenzako mwambie kuwa mwenye haki. Kuwa mwenye haki. Na chochote utapokea. Ni nini unataka mpendwa? Kuwa mwenye haki. Chochote unataka, kuwa mwenye haki. Hallelujah. We kutura wendete maya Ngai. Gikuyu kiugaga ma ya Ngai. Maneki ukweli wa Mungu ni gani? Bwana asifiwe. Je, wewe ni mwenye ukweli? Wewe roho ukijichunguza hivyo, mimi ni mwenye na chochote ninataka nitapewa. Kwa hivyo kama mimi si mwenye haki, chochote ninataka nego ikaranga miaka mingi. Ngai amurathime. Amen. Wow. Mwaka ujao wakati kama huu tutaitwa wabarikiwa. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wakati Elijah alikuwa anapitia kwa yule mama Msunemu, Bwana apewe sifa, alipita siku nyingi na alipita miaka mingi. Yule mama alimuona siku mingi, mpaka siku moja akaanza kumkaribisha kwake, anakula anaenda. Kwa siku nyingi akaambia bwanake, tujengee mtumishi wa Mungu mahali. Kwa hivyo alimuona, akamgudua na akamtambua ya kwamba huu si mtu tu, bali ni mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo it will not take time, it will take God. Kwa hivyo usichoke na kuomba na kumgojea Mungu. Mwaka ujao wakati kama huu, siku kama ya leo, utaitwa mbarikiwa. Praise the Lord. Bwana atukuzwe. Naomba nimkaribishe ni Pastor na Saina, nataka kumkaribisha akiwa muibaji Prince, aimbe tuingie kwa sifa na Bwana atakubariki. Mwaka toyo idatarere ne hare nodo mwero Ngai areka. Mwaka toyo idatarere
Ni hare odo mweru Gai areka. Bwana asifiwe. Horera. Thegio ni kuhe rwimbo. Bwana asifiwe. Nikio twetagwo artist. Ati mwaka toyo ihinda tariri. Yes. Ni hari ndio Ngai areka. Mwaka toyo ihinda tariri. Sara ndagetekiri ati atura ainamirire yo. Mwathani arogocwo. Ona mundu angiakionire mundu cutari muguruki. Ihu angiakuire ati ainamirire yo. Bwana asifiwe. No mwaka toyo ihinda tariri ni hari no ndu Ngai witu aroka gugwikira. Amen. Ndenda kuina rwimbo njuge Ngai witu ni aroka guturora tondu ni mwega na ni mwihokeku. Na njuge ni ngenagio muno ni Beatrice. Beatrice by the way ni wanyigiririe studio. Ngeina rwimbo rwakwa rwa mbere. Pastor Edward no ririkane. Embeneza, 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 wewe ni Mungu. Embeneza, 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 wewe ni Mungu. Tumaini langu ni kwa Yesu. Tumaini langu ni kwa Yesu. Tumaini langu ni kwa Bwana. Aliniahidi ataniacha. Mungu wa Danieli ainuliwe. Mungu wa Danieli asifiwe. Mungu wa Danieli atukuzwe. Kweli ni Mungu aishie. Icio nicio nyimbo ndainire studio Beatrice adwara. No thutha ucio kari ukiakenjera ndocoka koina githwairi uroinaga gikuyu. Nipe yo wimbo na unipe sauti. Nisaidie kupiga makofi jamani, tuimbe pamoja. Wazi DJ wapi makofi kwa Yesu jamani. Netado Jesu ni aroka gutorora. Hallelujah. Aya kwa Jesu ni kwega. Gai ware mariganeire. Gai ware matare hinya. Gai ware anyamararie. Ne aroka guturora. Gai ware mariganeire. Gai ware matare hinya. Gai ware anyamararie. Ne aroka abararia moko makuge ne aroka guturora. 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 Wapi makofi mazuri kwa Yesu. Jesu ni aroka gukurora. Wapi makofi kwa Yesu jamani. Jesu ni aroka gukorora hwaini wa umuthi. Gutira makania mario tipikete. Sikia. Ashereire ifurahimu. Kemurora na ridoreatha. Kemutoithe warorere. Ne aroka guturora. Ashereire ifurahimu. Kemurora na ridoreatha.
Wapi makofi kwa Yesu jamani? Nearoka gotorora, nearoka gotorora, nearoka gotorora. Jesu nearoka gokorora rushini rwa umuthi. Mwihokere rucio rwaku, muciĩ waku na indo ciaku, nĩ tondũ wenda igũkagwo, mweterere no waroka. Mwihokere rucio rwaku, muciĩ waku na indo ciaku, nĩ tondũ wenda igũkagwo, mweterere no waroka. Nearoka gotorora. Haya, nisaidie kupiga makofi kwa jamani. Ni kwa sababu Yesu anakuja kukutazama. Oh, nearoka gotorora, nearoka gotorora. Jesu nearoka. Eni ugo mutungateri. Nearoka gotorora, nearoka gotorora. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ngai witũ nearoka gukurora. Amen. Gutira makania ututikite maundu mahana. Hakujalishi umebebana na mambo magani. Gutira makania gucambio kuria wanacambio. Haijalishi. Gutira makania gukomba kuria wanakomba. No Ngai witũ nearoka gukurora. Gutira makania wire tondu ngithie na mbere. No muthenya wa umuthi Ngai witũ nearoka gukurora. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu ya wenye wasikii Kikuyu, si ndio? Na wako niruhusu tu niimbe kifungo kimoja okiria wajira, si ndio? Thank you. Nisaidie hiyo simu. Bwana asifiwe. Nisaidie hiyo simu. Guina tu okifungo kimwe na tutabarikiwa. Bwana asifiwe. Napenda huu wimbo sana, ni kwa sababu unanenea moyo wangu. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Hii hapa. Bwana asifiwe. Nataka kusema ya kwamba Mungu wa Danieli ainuliwe. Bwana asifiwe. Amen. Mungu wa Danieli ainuliwe. Mungu aliyekuwa na wana wa Israeli ainuliwe. Bwana asifiwe. Wakati walipokuwa wamekimbizwa na maadui zao, makinya hario gwirie-ini, Mungu akatengeneza njia. Huyo ndiye Mungu tunayetaka kuabudu siku ya leo. Bwana asifiwe. Haijalishi maadui zako wamekufuata nyuma kiasi kipi, lakini Mungu anakutengenezea njia. Oh, yes. Usiku huu wa leo katika jina la Yesu. Amen. Na mkesha wa siku ya leo, unapotoka na huu mlango, hautatoka vile ulivyoingia. Yes. Ni kwa sababu Mungu anakutengenezea njia. Amen. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Nipo wimbo. Kuja hapa Beatrice, tuimbe na wewe. Inua mikono wako tu namna hiyo tu, pole pole tu. Danieli alitupwa tundu la simba. Danieli aliomba Mungu wake, na Mungu akatoa uwezo wake. Kweli ni Mungu aishie. Danieli alitupwa tundu la simba. Danieli aliomba Mungu wake, na Mungu akatoa uwezo wake. Kweli ni Mungu aishie. Mungu wa Danieli ainuliwe. Mungu wa Danieli asifiwe. Mungu wa Danieli atukuzwe. Kweli ni Mungu aishie. Mungu wa Danieli ainuliwe. Mungu wa Danieli asifiwe. Mungu wa Danieli atukuzwe. Kweli ni Mungu aishie. Hebu leo ndugu, mwombeni Mungu, naye anaweza kuwaokoa. Yeye ndiye Mungu mwenye uwezo. Kweli ni Mungu aishie. Hebu leo ndugu, mwombeni Mungu, naye anaweza kuwaokoa. Yeye ndiye Mungu mwenye uwezo. Kweli ni Mungu aishie. Wapi mikono juu jamani? Mungu wa Danieli ainuliwe.
Mungu wa Danieli asifiwe. Mungu wa Danieli atukuzwe, kweli ni Mungu aishi. Nipe makofi tu kidogo kidogo namna hii. Huyo ndiye Mungu tunayemwabudu jioni ya leo. Hallelujah. Huyo ndiye Mungu ninayependa. Huyo ndiye Mungu ninainua. Huyo ndiye Mungu ninayesifu, kweli ni Mungu aishie. Huyo ndiye Mungu ninayependa. Huyo ndiye Mungu ninainua. Huyo ndiye Mungu ninayesifu, kweli ni Mungu aishie. Wapi mikono juu kwa Yesu? Oh, Mungu wa Danieli asifiwe. Mungu wa Danieli atukuzwe, kweli ni Mungu aishie. Aya, nisaidie tu kupiga makofi namna hiyo. Inaitwa reggae style. Sikia. Aliongoza wana wa Israeli bahari ya Shamu, wakavuka wakafika nchi ya ahadi, kweli ni Mungu aishie. Aliongoza wana wa Israeli bahari ya Shamu, wakavuka wakafika nchi ya ahadi, kweli ni Mungu aishie. Inua mikono yako namna hii jamani kwa Yesu. Mungu wa Danieli asifiwe. Mungu wa Danieli atukuzwe, kweli ni Mungu aishie. Mungu wa Danieli ainuliwe. Mungu wa Danieli asifiwe. Mungu wa Danieli atukuzwe, kweli ni Mungu aishie. DJ ainuliwe. Mungu wa Danieli asifiwe. Mungu wa Danieli atukuzwe, kweli ni Mungu aishie. Mungu aishie. Hallelujah. Bwana asifiwe. Huyo Mungu aliyekuwapo wakati wa Danieli pia siku ya leo wako. Bwana asifiwe. Huyo Mungu aliyekuwapo matukomau ahonanagia pia siku ya leo wako. Huyo Mungu alitumana, Bwana asifiwe, Hagai akapata maji, Bwana asifiwe, hadi siku ya leo wako. Bwana asifiwe. Haijalishi uko na kiu ya namna gani, Bwana asifiwe. Haijalishi kiu yenye imekusonga wewe ini, Bwana asifiwe, lakini huyo Mungu agotudhurire githima thini wa ritwa ria Jesu. Mungu wetu agotudhurire githima thini wa ritwa ria Jesu. In your ministry Ngai agotudhurire githima katika jina la Yesu. Bwana wabariki na watende mambo mema. Amen. Na kuheshimu sana mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba tumwalike Pastor Wanyoike atusalimu. Tunaye Pastor Edward kwa nyumba, lakini kwa wakati huu naomba nimkaribishe Pastor Wanyoike. Tunapomkaribisha Pastor Wanyoike, karaoke ajitayarishe na ili aweze kutuongoza kwa sifa. Kuimba ataiba baada ya sifa. Karibu mchungaji. Bwana akubariki sana. Karibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nifanyie mkono hivyo na Mungu atakubariki. Bwana apewe sifa. Naitwa Pastor Wanyoike, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nampenda Bwana kwa umbali amenitoa. Bwana Yesu apewe sifa. Nimepata ujumbe wa baraka katika hii nyumba ya Bwana, na ni nyumba ambao iko na utukufu wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Angali hata kama mtu ushakatwa, kuna matumaini ya kuchipuka tena. Bwana apewe sifa. Imani yako usione kama imezimia. Bwana apewe sifa. Ayubu aliambiwa kwamba ni hili wewe una moyo wa kutumainia mimi. Bwana apewe sifa. Nami sitakusahau. Bwana apewe sifa.
nitakuchipua tena. Bwana apewe sifa. Moyo wangu Mungu anautamani tu kwa vile ambao umewacha usingizi ukaja katika nyumba lake. Bwana apewe sifa. Umtafute naye aweze kuangalia roho yako. Bwana apewe sifa. Hatutatoka vile tumeingia. Bwana apewe sifa. Hatutatoka kule ambao tulitoka kwa umbali, na tutaenda kama tumebeba vikavu zetu zimejaa na hata zimemwagikia. Bwana apewe sifa. Manake ni kwa imani na hata kwa neema zake Bwana. Bwana apewe sifa. Manake ni Mungu mkuu. Bwana apewe sifa. Asifananishwi, alinganishwi. Bwana apewe sifa. Naye akisema asema. Bwana apewe sifa. Siku na wakati kama wa leo. Bwana apewe sifa. Ahadi zetu ni lazima tutazipata. Bwana apewe sifa. Tusione tulikuja kama tulikosea njia. Bwana apewe sifa. Tulikuja kama Mungu ametutangulia. Bwana apewe sifa. Niko chini ya Levali, nampenda sana. Bwana apewe sifa. Tunahudumu pale Dondola. Bwana apewe sifa. Na tunafurahishwa na yeye sana. Bwana apewe sifa. Tuko chini yake. Maeneo yale ndio tunahudumu katika kanisa ambayo inaitwa World Revelation. Bwana apewe sifa. Na wengine tuko nao. Bwana apewe sifa. Najua kwamba hata udada Beatrice, Bwana apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Naye tunampenda. Bwana apewe sifa. Manake ni yeye na wengine pia. Bwana apewe sifa. Mimi napenda kuimba sana. Bwana apewe sifa. Na utanibariki niimbe hivyo. Bwana apewe sifa. Manake hii nyumba ni nyumba ambayo ya waibaji. Bwana apewe sifa. Karibu. Na vizima zitachipuka. Bwana apewe sifa. Isaka alijaribu ya kwanza, pia ya pili, ya tatu ikaitwa Olobohode. Bwana apewe sifa. Maji haikuzidi. Yani maji ilitipuka, maji ambayo ya ushindi. Bwana apewe sifa. Na maji haiko inaisha. Bwana apewe sifa. Kwanza yani alijaribu ya kwanza. Bwana apewe sifa. Akaona hata choka. Bwana apewe sifa. Akajaribu tena ya pili, akaona sitalemewa. Bwana apewe sifa. Ya tatu neema ya Bwana ikamjaa. Bwana pale. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana litukuzwe. Amina. Hata kama tunaona kiangazi, yeye alipanda kwa jua na akavuna. Bwana apewe sifa. Ijalishi hata kama Abimeleku wale walikuwa wanapita kwa ajili ya maisha wakuwezana. Bwana apewe sifa. Manake Isaka alijitia moyo. Bwana apewe sifa. Na akafanya yale ambayo Mungu alipendezwa na yeye. Bwana apewe sifa. Tiga wali mwena wako kido uye hosya koro ya kwa nishia uye tiga wajarageria okajira gatere Ido
mashoni kadima igoro yama odomboro wegai wekama yekanya yulisa ina naleko